Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Tuma
Yesu.
Hallelujah. Amina. Kama uko karibu na mtu hajainama, sitaki umuite mchawi. Bana, sitaki umuite nani? Lakini tushasema ni mchawi tayari Kumbe tumesema bila kujua. Siko nataka umuite hiyo jina. Kuna wimbo nataka tuimbe. Nikisema ameniweka, unasema ameniweka huru. Sawa sawa. Kama hujawekwa huru na kama hautajiweka huru, shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hebu kwanza geukia jirani yako, mwambie sura ya ndimu Jumapili ni ya nini? Jumapili ni ya nini? Mwambie cheka tu hata kama ulipigwa jana usiku. Ameniweka, 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 ameniweka huru, ameniweka, ameniweka huru, ameniweka, ameniweka huru, ameniweka, ameniweka huru, kutokana na magonjwa, ameniweka huru, kutokana na umasikini, ameniweka huru, ameniweka, ameniweka huru. Jirani yako, kila moja geukia jirani yako. Geukia jirani yako kila mtu. Tafuta jirani yako, jirani yako, jirani yako. Nasema kila mtu tafuta jirani yako. Mwambie umebarikiwa, mwambie umebarikiwa, mwambie umebarikiwa, mwambie umebarikiwa. Jirani umebarikiwa, mwambie jirani yangu, watoto wako, kazi yako, jirani yangu.
mikono yako juu. Inua mikono yako juu.
Tunakushukuru Mungu jinsi ulivyo na ukuu wako ulivyo. Na kuomba kwa neema zako kubwa kubwa na ndogo ndogo ukatujalie, ukatuelekeze na kutufundishe katika malengo yako, tukaone utukufu wako, tukaone jinsi mapenzi yako yalivyo. Nitumie kama chombo tu nikawafikie watu wako, nikaweze kufikisha ujumbe ambao umetia ndani yangu, nikawafikishie na ukaweze kufaulu katika nyanja mbalimbali. Ninakuomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na zile ambazo zimetendwa bila makusudio. Kuna baba aliye hapa na kuna mama aliye hapa, kuna mtoto aliye hapa. Wote wako hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Wamekuja kutafuta uso wako, wamekuja kutafuta ukuu wako. Naomba Baba ukaweze kutufanikisha, kutufaulisha. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amen. Naomba tuketi kwenye viti zetu, viti za kimiujiza. Na nasema ni asante sana kwa waimbaji. Mungu aendelee kuwajalia. You are still moving forward. Tuko karibu kufika mahali tunaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie karibu kwenye ibada. Mwambie karibu sana. Mwambie hata kama una unyonge, bado Mungu atakubariki. Katika unyonge wako Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika unyonge wako Mungu atafanya nini? Atakuinua. We are blessed in our weaknesses. Kidogo. Therefore nashukuru kuwaona tena kutoka Jumapili, wale ambao walikuja Jumapili na wale ambao walikuja katikati ya wiki, asante sana. Wale ambao tulikuwa nao jana, asante sana. Wale ambao tulikuwa nao Ijumaa, tulikuwa na mkesha mzuri sana, mkesha wa ibada. Waimbaji waliimba, tukaimba mpaka nguo zikaanguka. Usiulize zilianguka wapi, lakini zilianguka. Mwambie mwenzako kama ulimisi Friday. Inaonekana kwenye kitabu cha biguni haujaandikwa. Wale walimisi Friday, kule biguni ninaona ni kama hamuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutawatetea tu, maana sisi tulifika na tukaambiwa majina yetu yako kule biguni. Tutawatetea, tuseme walikuwa wameenda kulala kidogo, walikuwa na usigisi. Wengine walikuwa wameenda sherehe za mafamilia. Lakini Mungu ni mwema kila wakati. Naomba nishukuru wazee ambao tumekuwa na wao, akina baba zetu. Asante sana. Mzee anaitwa mzee nani? Mzee wa Bogo. Mzee wa Bogo ako wapi? Kuja hapa. Ile timu yetu tulipata maguo mpya walienda wapi? Tuko na wao. Simama. Uziko wapi zako? Ndio umevaa. Hata nilikuwa nashindwa huyu kijana ametoka wapi kuja hapa. Ukahaha. Wale wazee tulitunulia maguo wako wapi? Yes, simameni hapa watu wajue mumeng'ara. Tihaha, rugama haha nawe. Rugama haha. Apigeni wazee makofi. Si unaona wameng'ara vizuri? Wow, baka wewe umefuka tai. Baka ukanyolewa nywele. Haiya. Kumbe nakuaga na kipara kama mimi. Wow, si unaona wazee wameng'ara? They are very handsome. Mwingine mzee umewachwa, mzee kuja haraka. Angalia mzee ameng'ara sasa hata yeye. Sasa sade mtakuja nitawapatia koti, kila mtu koti moja ndio muvae. Sasa hii unajua wewe tunaikaga huko ndani.
Sasa kama kuna koti, nitakuletea koti. Hata wewe nitakuletea koti. Yes, ndio. Kuja mzee, kibia, wewe ni kijana. Kama unaga itokaka. Sinaona wameng'ara? Yes, this is a blessing. Ningu haya, baka gebedera. Kuna mwingine hapa. Haya, kainywe the mwage dhera ate. Unafanya nini hapa? Iko wapi yako? Iko huko ndani? Yes, okay hapa bere. Eza pale bere na hau makuone na hau bere piu. Dia na hau. Na hau. Yes. Simona wazee wameng'ara. Hii ndio inaitwa ministry. Hii ndio inaitwa nini? Hii ndio huduma. Mzee kama huyu anang'aa, angalia kifedera amekuwa kijana. Si unaona yule kama mwana? Menyera matiga guthumbure. Wata gweciria wena bona athi. Sasa ile imebaki tutawanunulia viatu. Viatu nimepata mtu wa kutushonea hapa chini. Jerry, nilete kiatu hapo moja ya black nimeweka hapo mpya. Niwaonyeshe sample. Kuna mama amesema atatusaidia kuchona, tumupatie pesa kidogo. Ndio hawa wazee na wengine wote mjiandikishe, wazee wote wale tumekuwa na wao for long time. Na hata hawa wengine mjiandikishe. Ndio mfudi akuja wapime, tujue shati ni namba ngapi, trouser ni namba ngapi, na tujue kiatu ni namba ngapi, kwa sababu hawa sasa wamevaa nguo mpya lakini kiatu ni mzee. Wengine kiatu ni mzee, wengine amevaa suti lakini amevaa sport. Si mnaona sasa tunaendelea tukiendelea vizuri. This is the greatness of God. Kiatu ni kama hii. Si unaona? Wacha nione nani hata. Tuone hii ni sample tuliletewa. Niki mothe giki getige kuigana. Ili namba 9. Wewe unavaka namba ngapi? Namba 8. Umepitwa na wakili. No, ekiraga namba 9. Ni wewe. Ulipata shati yako, ulipimwa? Kuja wewe. Kuna nguo zilibaki. Ako wapi? Zilibaki nguo. Ziko wapi? Sijakuuliza mambo ya wengine. Ako wapi? Logoro mweka wapi nguo? Kawaina purani iliko. Tashirehe. Wangapi walikuwa wameandikwa? Ulikuwa na ulipimwa? Okay, wacha tuangalie jina iko lazima tukupatie. Hata wewe unavaka namba 9. Na wewe unavaka namba ngapi? Namba 10. Na wewe unavaka namba ngapi? Namba 9. Hii kamuti ni ya nini? Hii ni ya kutembelea. Ni ile yako ya kutembelea. Lakini hujapata shati. Unavaa namba 9. Unavaa namba 9. 6. 8. Wewe ni 8. Itagukia mtu mmoja. Lazima nini? Nguo. Kiatu. Ngoja weka chini. Weka chini. Soma jina hapo. Iko na jina. Soma jina. Si imeandikwa jina. Joseph nani? Joseph King'ori? Eko. Wachana huyu yako nyumbani. Si yako lile washo mugoda iti amoko lile toro. Ndia Joseph King'ori. Leta hiyo ingine. Joram iko wapi? Joram Mwagi. Ako wapi? Si ni wewe? Shati ndio hiyo, trouser ndio hiyo. Si ndio? Haya, ingine? Wilson Mwagi? Ako? Na muraki ugame mushiate. Oka, lehe Wilson ni oka. Wilson yako pale. Lete. Wilson, na waniweke na trouser dhakai. Wilson.
Dio ikire hali ucenjie uke. Hiyo ni nani? Imeandikwa hapa. Muling'oa. Hapana, siwezi. Iwe muling'oa. Imeandikwa na kalamu. Hebu tuangalie hapa. Hakuna? Weka kado tu kidogo. Ingine? Huyu atang'ara sana huyu. Jina yake? Yes. Thank you. Mwingine? Rogoro eyo rarutire niki? Boyfriend yera kweta gwate. Tuli na boyfriend. Tuwe wena. Mureithi. Naona niko hidha. Ya shati yake. Yeah, Mureithi. Dhiwe kile uke. Yes, nini ya nani? Keng'ori? Gekobore? Keng'ori getire ku. Good. Mweke akikuja apatiwe. Sasa si mnaona wazi ameng'ara? Sasa ukiwa na shati yako moja usilete mzee. The condition is don't bring that which you are umetumia hautaki kutumia. Hallelujah. Kama ni nguo nalete, ulete nguo mpya na ikue ndani ya karatasi. Maiwa bobo. Ikue ndani ya nini? Kama ni trosa, ikue ndani ya karatasi. Kama ni kiatu, ikue ndani ya nini? Ndio ni kigoro yako raigwa. Ogwede teoro ogwo. Thank you. Dio kasejie. Dio sejie okay. Nani atamubebea? Bada kama kuwela. Kwa tomato no. Ni ule mudhuri. Nolenda kumukuwira. Amutwarire. Sasa wewe upimwe. Angalia wale wakupima wewe upimwe. Na wekele kinya kiratu. Na huyu nani mwingine atatupeleka udina kinya nawe? Stand up. Simama. Eda muvae ukuje. Nani atamshikilia mtware? Yes. Eda vae. Ndio angare. Hiyo ndio sasa kuhubiri. Wewe yako iko wapi? Jina yako ni Kerega. Kerega ilikuwa Charles. Kaa chini utapatiwa. Tutakuitia. Tafuteni uone kama iko. Wewe na wewe umeenda wapi? Unaona leo roho wa umukolino ni waikira. Urani kuruta niki? Ukihubirire. Ucio niguo tutaka roho wake wa golino. Siwapigie wazee makofi. Sasa kama uko nayo na mwenye alifanya hii kazi, Mungu amubariki. Mungu amufungulie milango zaidi, Mungu amuwezeshe zaidi, na tutatafuta makoti, mtakuja mtafaa koti kila mtu sade, mtakuwa mmeng'ara kuliko hivi sasa. Na kiatu itakuja sade. Kila mtu atavaa kiatu yake mpya, ukae mzuri. Edeni mkae chini sasa. Utasema namna gani? Tutamwambia asante sana na Mungu ambariki. Thank you. Yes. Hiyo ndio tunaita ministry. Hii mambo ingine sarakasi ingine sisi hatutakagi hapa. Tunataka ministry tusaidie watu wakae mzuri, wakae to the level that God wants us to be, so that we can be able to move forward. Because of time, to get straight away to what we have today, the Jezebel spirit. Bwana Yesu asifiwe.
Huyu ni Dr. nani? Mtolie mtumie sasa tafadhali. Ni professor sio? Akora kwa Oxford University. So kama hawa ndio wanani host kule UK. Na kio yuri akora kwa radani. Niwe ni chaji wa mafadhi maria matukuwa kako na begithi yode. Huyu ni professor. Sema professor. Oxford University. Oxford University. Nariu haha no kutida haha igoro haha tagaithi andu. Bwana sifiwe. Wasalimu sana. Na wasalimu sana katika jina la Yesu. Mungu ni mwema, aliniokoa. Na yani katika maisha yangu kupenda Yesu iko katika Johana the Gospel chapter 14. Yesu alitupenda sana sana, na wakati alikuwa anaenda alituombea kwa Mungu. Alijua tutakaa kwa shida, kwa dunia iko na shida, lakini akatuombea. Ukisoma hiyo utaona, utaelewa. Alisema, aliambia Mungu, hawa ambao umenipatia hakuna atakayeweza kuninyang'anya. Na akasema, Mungu siombi ati nao watoke dunia hii wakufa wanifuate, hiyo nimeongeza kidogo, lakini uwaweke kwa dunia hii. Mimi ninaposoma hiyo maandiko ninaona upendo mkubwa wa Yesu Kristo. Ikawaje dunia hii shida zake na mambo mengi tunaona saa zingine kama Mungu hatupendi, kweli anatupenda. Kaa katika Yesu, umpende na umuulize akuonyeshe njia ya kumpenda, na ukae ndani yake. Na sitasema mengi, si mimi nahubiri. Kaa katika Yesu Kristo. Hata kukiwa giza, kukiwa mwangaza, ukae ndani yake. Wakati unaomba unaona kama asikii, anasikia. Na ukiomba Mungu ataweza kukuogelesha. Katika ugumu anakuogelesha. Katika hali ya kuwa na furaha unashukuru Mungu. Sijui nitasema aje. Yaani unamfurahia wakati amekufurahisha. Mimi nakumbuka wakati mmoja Mungu alinifurahisha sana. Nilikuwa naendesha gari nikashindwa kuomba ama kushukuru. Nienda nikisema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu 45 minutes. Tukae kama wajinga wa Yesu. Usiingie, unajua sisi tumesoma, unaweza kuwa unauliza maswali mengi. Lakini usiulize maswali mengi. Amini neno la Mungu vile lilivyo, uamini. Na ujue hakuna kuchelewa. Hata kama umechelewa, Mungu ako na wewe. Biblia inasema kila tumepoteza hata kwa ujinga wetu. Hata mimi nimekuwa mjinga mara mingi. Kila kimekuliwa na zinaitwa? Yes, na nini nyingine? Hizo zote hata katika ujinga wetu, Mungu tukimwamini anaenda polepole, anakusanya kile tulipoteza, kile tulinyang'anywa, hata kwa upuzi wetu analeta pamoja na anakuwa baraka. Hata katika kama ni miaka 5 imebaki yako dunia hii na yangu, Mungu atakuja ajionyeshe. Na tusitoke, tusidanganywe na dunia. Dunia inakudanganya, inakupatia hiki, ukipata hicho inakwambia kingine. Na ukishadanganywa unarudi nyuma. Hakuna kitu kizuri kwa shetani. Hakuna hata kimoja. Usidanganywe. Kaa kwa Mungu. Umpende, atakupenda, atakupeleka njia yote.
na hata kama huna kitu tosheke na hicho uko nacho kwa wakati huo, na Mungu akuendeshe hiyo step nyingine. Mungu awabariki. Asante sana. Kuna kitu nataka kusema. Nyinyi mmebarikiwa. Hamuelewi, sisi tuko bali, hatupati mafundisho kama hii. Mko na apostle, sitaki kumweka juu ya Mungu. Mungu ndiye juu zaidi. Lakini kile anawafundisha, kile kinalingana na maandiko, tafadhalini kichukue. Sisi tuko bali, hatuwezi kuwa hapa kama vile nimeingia hapa leo, nimefurahi sana. Tunamuona kwa TV. Nyinyi mko hapa, chukua kile anawafundisha. Nasemaje? Allow God, you allow Mungu, allow God to transform you, kuchange, kugeuza mpaka uwe vile alivyokuwa ametarajia utakuwa. Tulitoka kwa Mungu. Is a soul that came from God and it entered a body given to us by Adam and Eve. Na roho wa Mungu akakuja kwa soul. Kama in the Old Testament tunasoma, and God breathed into Adam and he became a living soul. Sisi tulikuwa soul, tunakuwa mwili, tunakuwa na human spirit, lakini tunapookoka roho wa Mungu anatoka juu, anatuigia. Wacheni tuishi katika Mungu na roho wake atujae na atusaidie. Mungu awabariki. Pigeni makofi profesa. Najua hapendi kuitwa profesa, lakini tumpatie heshima yake, si ndio? Kwa sababu ni profesa na ametoka huko. Wewe kumeta kule Gwaito. Wewe dumete kule Gwaito. Kule Gwaito. Kule Rware. Karatina. Hada hemudu wa Karatina. Etago DCI. Wewe wa Karatina. Hada masira magithomo. Todo ne ugani aguthomishirie ri. Agiguthomishirie ri. Athomese ri. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Judy tusalimie tu Judy. Kiumiogo kiuge keligo kaya nao. Praise God. Praise God again. God is good and all the time. God is good. Amen. Nimefurahi sana. Mungu ni mwema. Tulikuwa na wakati mzuri sana jana. Si tulikuwa na wakati mzuri? Wale wa mama tulikuwa. Apostle alitufundisha mengi na tukafunguka, I think. Si ndio? Ilikuwa mengi. So thank you so much. Na I thank God vile nimekuwa hapa, nimekuwa na wakati mzuri. Kama vile nani amesema professor, sisi tunakuanga tunaona hii hii altar, tuko glued kwa TV, lakini nyinyi sitaki kurudia vile amesema, nyinyi wale watu wamekaa hapa huwa wana take yani things for granted. Amuoni mimi bishop wangu for example alikuanga London, amekuja aka launch church hapa. Hata akiniita nilikuwa tunasema tutaonana bishop, nitakuja tu auendi. Sasa hapa hata mimi kumpata, na mimi ni one of the founders, ni ngumu, unaona. So musije ikafika hapo. So kuwa mki appreciate the man of God. And I also want to take this opportunity to thank him for giving me this opportunity. Hata kuongea na nyinyi jana, I don't take it for granted. Nataka tukuacha na tutaongea mengi kuhusu ile mambo tuliongea ya uzima wa mwili jana. Niliona mlifurahia sana, na pia wale speaker after speaker tulisaidika sana, na asante sana for the warm welcome. Na pia nitawacha kuna verse moja sikumbuki ni gani, lakini God is saying come up hither. It means that akisema come up hither, he's already there. Otherwise ingekuwa come up here ukue peke yako. So tunataka watu wakujiinua hata tukianguka. Mlisikia story yangu ni refu kidogo, lakini niliwaambia mkaweza kunielewa kidogo. So imekuwa I've been through the furnace of fire and I know God personally. So anybody anaweza inuka kama vile mlisikia. So asante sana. Bado niko hapa another 2 weeks. Thank you. Judy anakuanga life coach. She's a life coach. Anafundishaga mambo ya kukula vizuri, kukunywa vizuri na kukaa vizuri bila tabia baya. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are mixing all of them. Jana tulikuwa na seminar mzuri ya wamama, na alifundishana kuhusu kukula vizuri na kuishi vizuri, si ndio? Si mlibarikiwa?
Sasa next weekend, God willing, professor naye atakuja kutuambia maneno yake, atufundishe. Na ndio atuambie kama atatupeleka Oxford. Wangapi wanaweza taka kwenda Oxford? Sasa umesoma. Uko na certificate. Huyu anasomesha watu wako university. Na wewe ni wa class 2. Na class 8. Ona roda gudi. Gari kubwa. Unataka kwenda Oxford University? Gai. Tutumai tutaenda sisi zote, si ndio? One day tutaenda huko kuhubiri. Wakati ninaendaga huko ndio hawa wanani host, ndio wanakuaga pamoja, naendaga kwake na kula getoero na nipikia mukimo. Tunakula mukimo. Niki kigitwarire. Kale ka mukimo? Na ruka mukimo gako ni ka bureda. Asante sana. Thank you very much for that. Sasa tuingie moja kwa moja tuangalie, kwa sababu wakati ukumeenda sana, the spirit of Jezebel. I want to teach you today about the spirit of who? Roho ya Jezebeli. Roho ya Jezebeli ni gani? Na ni nini kinaitwa roho ya Jezebeli? Maana watu wengi sana tuko katika maisha ambayo hatuelewi. Ndoa zetu zilivujika, biashara zetu zilivujika, huduma zetu zilivujika, sio kwa sababu zilikuwa zifujike, lakini kuna karoho kalikuja, na hako karoho kalikuja ndio kameharibu maneno yote ambayo unapitia. Hako karoho na kanakujaga kama kamejificha sana. Nataka sasa kudescribe what is the spirit of Jezebel. Ndio uulize mwenzako huyo mko na yeye. Inaweza kuwa ni wewe umesemekana. Bwana Yesu, ukiunderstand hiyo utaona ni namna gani ama ni nini kilifanyika mpaka saa hii you are not able to rise up, or you rise up, ni nini kiliweka chini. The spirit of Jezebel, kulingana na dictionary, the term Jezebel spirit is used in some Christian circles to describe a pattern of behavior characterized by manipulation, control, false teaching, adultery and sexual immorality. Sasa muulize mwenzako huyo, katika hizo vitu tumeambiwa, wewe ni gani? Tumeona kuna nini? Tumeona kuna manipulation, kuna control, false teaching, adultery and sexual immorality. Uliza ugogagoga mwenzako yuko karibu nawe, mgogagoge hivi. Mgogagoge hivi. Muulize kwa hizo zote moja yako, kwa sababu lazima mwambie, lazima ukuwe na moja hapo. Are you a manipulator? Muulize, are you a manipulator? Are you a manipulator? Wale watu, who are the manipulators? The manipulator ni wale watu wanatakaga kukuja, akiingia leo anataka kumanipulate, anataka kucontrol, anataka kukua ni yeye, na kama si yeye ni yeye. Bwana Yesu, that's the manipulation. You use every language, you use every trick, you use every power, unatumia kila aina ya njia ku make sure umecontrol. Na hawa watu wote wanaiba iba yako. Na unakuja unakusanya hiyo kikundi, unakiweka kado, unakipatia maneno yao. Unachukua ile gide, unakipatia maneno yao. Unaenda kwa mwingine, unapatia maneno yao. Unaenda kwa mwingine, unapatia maneno yao. Una control, unawashika, unawafeed na information ambayo si ya kweli. Unawafeed na information ambayo ni ya uongo, kwa sababu unataka kungoa mtu ama unataka kuondoa watu waondoke ndio wewe ubaki peke yako. Hiyo ndio inaitwa manipulation. Hebu angalia mwenzako, angalia kama kuna sura ya manipulation, kama yeye ni manipulator. Na hiyo maneno inakuaga sana sana kwenye dini, kwenye kanisa. Ndio utakuta kuna mtu atakuja ni mgeni, hata hajakaa siku mingi sana, lakini kwa sababu amepata kanafasi kadogo tu, maana wanatakaga tu nafasi kadogo ka kuigiza kichwa tu. Kama ile gamia ilisema, nipatie tu nafasi nifanya nini? Niigize kichwa. Alipoigiza kichwa akasema, hata hapa mabega nasikia inaumia, wacha niigize. Ikaigia mpaka mwili yote ikaigia. Ilipoigia control, wakaanza kusema ni mimi nasema, mimi ndio naenda, na hawatakagi kusikiliza mtu mwingine. Wao ndio wanakuaga na maoni. Kama si wao wana maoni, hakuna mtu mwingine anafaa kuwa na maoni. Na hawatakagi kuambiwa, maana wanajua kila kitu. They know it all. Wanakuaga kila kitu maisha hii. Wao wakikuja kanisa kama hii hawataki kutabua mpaka apostle. Mpigie huyo msema kofi. Ameng'ara. Hallelujah.
Wow, mpaka kiatu. Mko smart. Thank you. Hata nyinyi wengine mtangara. Mpime, make sure hawa wengine wote wamepimwa vizuri, tutafuta hiyo nguo na viatu wangare, si ndio? And that is very good. That is how you change people. You just don't only preach. Hauhubiri tu ati kuhubiria watu wataenda mbinguni. Watu wataenda mbinguni na hawana nguo. Si hata Yesu atashangaa mmekujaje namna gani? Kwani huko chini kulikuwa namna gani? Yaani mtu ako na njaa, alafu unamhubiria, unamwambia pokea Yesu. Anapokea Yesu mgani akiwa na njaa? Try as much as possible. Fanya akule, fanya angare, ndio mfanane. Si unaona mimi niko smart? Si niko smart? Mpaka Ani amesema sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nawezaje kukua hapa niko smart, alafu kuna mtu kama huyu hapa? Unaona huyu mtu tunapelekana kweli? Hebu simama. Ni wewe nasema, tunapelekana kweli? Hatupelekani. Mimi niko smart kumuliko. Na namwambia mambo ya Yesu mzuri. How comes Yesu wangu haja transform kwake? I have to transform my Jesus to him. Amen. And make him look smart. Amen. Na utakuwa smart mzee. Utakuwa smart. Yes. You will be smart. Because I don't need wale ambao wa smart. Maana Jesus did not come for the good. Alikuja for those bad. To change wao. Kama wewe ni mzuri, wazuri waende kwa kanisa ya watu wazuri. Sasa sisi wabaya ambao hatuko smart, hatujui kuongea vizuri, hatujafundishwa Biblia vizuri, hatujui kuongea, hatuna ile etiquette. Inaitwa etiquette. Ni etiquette. Ni nini? Etiquette. Unajua mimi si msugu, wasugu ni wale kwa pale. Yaani hatujui zile standard ya kukaa. Lakini tutajuana na Yesu, maana Yesu alikuja kwa sababu yetu. Alikuja ndio atubadilishe. That's why Jesus said, I did not come for the good. I came for those bad. Niwabadilishe wajue Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why our ministry has been a unique ministry, a different ministry. Maana sisi hatutaki watu wazuri. Mimi nikiona umekuwa mzuri na kuambiaga you don't have a position here. Maana ukikuwa mzuri, bosi yangu hakutaki. My boss is Jesus. Na bosi yangu hakukuja kwa watu wazuri, alikuja kwa watu wabaya. So unataka tukosane na bosi yangu? Basi ondoka. Weenda kule kwa sababu bosi yangu ni watu wabaya. Nataka watu waizi, majagiri, maraya, waizi, wachawi, warogi, wote. Those are the people I want, because that is the work given to me by my boss. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona tuko na hawa watu na nina reserve vingi kiti kwa sababu ya hawa watu. Naweka karatasi hapa reserve. Haujapata hawa hapa? Niletee mtu mmoja hapa mbele. Hiki. Oh, ni wewe mzee. Na hii ndio haina mtu. Tafuteni mtu akuje hapa. Hapa mbele. Wanamuna hii. Si mtu mzuri. Yoka haha. Si mtu mzima furu, hapana. Hawa ndio wajue Yesu ni mzuri, anawapenda. Najua kwingine sasa hawa wangekuwa wamefichwa kwa kakona pale. Tukimaliza service unasema wale watu waende. Hapana, hapa tutakaa kama brothers and sisters. We love you. Now we are going to walk with you until Mungu awapatie miguu mtembee. I know my God will give you. I know my God will make you see. I know my God will make you walk again. Bwana Yesu asifiwe sana. So these people wanaitwa manipulators. Ni Jezebel. Anakujaga akiingia mahali lazima abadilishe wenye watu wanakaa. Watu walikuwa wamekaa hivi, lazima akuje. Na wanakujaga na binu balibali. Wengine wanakuja na binu za kinabii. Wengine wanakuaga madifaina. Wengine wanakuaga na kisugumigi. Wengine wanakuaga na madhafumigi. Wengine wanakuaga na kujua. Yani yeye ni yeye. Na habadiliki. Na hatetekelezi. Anasimama ni yeye. Na huwezi kumbadilisha. Na baka kuna style. Ukitaka kujua Jezebel venye anatembeaga, kuna style wanatembeaga. Style ya madaha. Style ya kucontrol, style ya kila mtu ajue amefanya nini. Akifika kutoka pale, kama ni mama anachukua kibeti yake na ana time wakati kila mtu atamuona akiingia, because anataka kuintimidate, and they start by intimidating. Na atakuja apate mnakaaga vizuri. Kama sasa kwa kunakaa mzuri, ni mwanamke umeoa, nimechukua mama kama huyu, nimemlete huyu, ni sister yangu, ule ni sister yangu, na ni sister yangu, wananitembeleaga, wanakaaga kwangu vizuri, tunakulaga vizuri, tunakunywaga vizuri. Huyu ameingia tu jana, 2 weeks later anaanza kuniambia huyu sister yako wanatumiaga pesa yako vibaya. Kama in fact venye nimeobserve ungekuwa bali sana. Lakini hawa
ndio wamekutumia vibaya. Niliona tajuzi alikuja. Sasa boyfriend yako akuje. Niliona tajuzi boyfriend alikuja. Na alikuja akawekewa uga, alitolewa kwa uga kwa friji. Akatolewa uga kwa friji na akatolewa kia yani pako na shigura uga ilikuwa kwa friji kifanya nini? But because anataka kucreate a situation ndio uonekane sister yako ni mbaya, sister yako ni mwizi, sister yako ndio amefanya umekuwa maskini. Sasa unakuta ameanza kuchocha, anakuchocha. Mwanaume mujiga in 6 months time anaanza kukwambia na wewe unakwenda tuheshimiane. Okay ukao boka holera thimu. Na zamani tulikuwa tunaenda kwa my brother, kwa my sister. Tunaenda sisi sote tunaingia, anatuchijia, tunakula, anafurahi akituona, anakaa mzuri, hata tukikaa sana bila kwenda, anatupigia simu kutuuliza. Kama utaroka weekend yenu, mutioke na tuenda kanyamutogerea, mnafurahia kwenda. Lakini huyu mama alipoingia, mkaanza kuonekana si watu. Hata wewe inaonekana ile ugonjwa nilikuwa na wewe, na mimi inaonekana ni kama ni wewe ulikuwa umeniroga. Sasa unaanza kuona, unaanza kufanyia kuchukizwa, kuchukia sister zako, chukia brother zako, because amekuja na ameweka authority yake kwa hiyo nyumba. Na kutoka hapo brother yako mwenye alikuwa mnaongea masaa mawili kwa simu, anakata masaa. Anaenda akikata mpaka wakati mwingine anasema these people are a nuisance. Ni watu ambao si watu wazuri, wamefanya, they have made me to delay, my miracle has delayed, my work has delayed, and in fact they are of low class. Unaanza kudescribe sister yako of low class because of a manipulator. Mtu mwenye amekuja ministry jana, amekuta tunaendelea vizuri, alafu unakuta yeye anasema siwezi kukaa chini ya mtu fulani, siwezi kukaa chini ya mtu fulani, siwezi kuambiwa na mtu fulani. Wewe unaniambia who are you? Who do you think you are? That is a Jezebel. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye atakuja hapa, akuja leo, akute hao mzee, huyu mzee ndio chairman wa kanisa kwa sababu hana mguu mzuri. Unakuta anasema mimi siwezi kuongozwa na mtu mwenye hana mguu mzuri. Yani kanisa hiyo tumekosa mtu wa kutuongoza. Because this motivation it is to come and cripple, waigie ndani. Wakiingia ndani waanze kuvuruga. Unasikia huyu amefurugwa, huyu amefurugwa. Unasikia wanasema kuna ofisi hapa juu, na hiyo ofisi kuna mwanamke hapo juu, inaonekana kama huyo mwanamke ndio apostle anataka kuoa, huyo mwanamke anakula pesa ya apostle, huyo mwanamke anafanya hivi, huyo mwanamke the main motivation it is to remove, ndio yeye aende huko amalize ile kitu kilianzishwa. Because they don't want to see you succeed. They don't want to see you become. They don't want to see you stand. They don't want to see you become or do something that is of benefit. Kitu yao ya kwanza kuingia kwa maisha yako, lazima akiingia tu ajipendekeze. Kitu ya kwanza wanafanyaga ni kutafuta position. Na akipata hiyo position, ataitumia kuhangaisha kila mtu. Akipata hiyo position, ataitumia kulete domeleli zake. Msipigeni msema kofi. Kiatu imekataa? Yeah? Imekataa? Nipana? Asante. Sasa ikaenda wapi? Wewe ndio uliangukia. Wololololo. Joe litabi hau hena thogithi jerure he mudhurio. Na unajua kuangukia my brother. Ndio kwa maana ulikuja kukaa mbele. Kweli kuna watu kulia domashi aleto roshini ile irathimo shiragayo, yani zinakujaga tu zinaingia kuingia. Nitakuletea mpime. Kwa hivyo yako inaweza kuwa namba 10. Kwa hivyo ni namba 10. Namba 10 itapanuka. Thank you, we'll do it. So these people that manipulate, they control. They do not only manipulate but they control. Na wanafanya kwamba wewe uonekane ni kama uelewi. Wewe ndio mwanzilishi wa kitu. Mimi ndio pastor, ndio apostle hapa, ndiye nilianzisha ministry hii. Lakini wakikuja, watanikoroga, wanikoroge mpaka ninakaa niasuba. Ukiniuliza ni nini kinaendelea, nakwambia hata sijielewi. Sikuna kwa wakati mnakuja kama mnaniangalia mpaka mnanihurumia, ni kukorogwa na majezebel. Maana watatumia njia aina yoyote. Maana tumeona ya kwanza ni manipulation. They will try as much as possible to manipulate you so that they can control. Wanafanyaka manipulation namna gani? Hawaigiagi na nguvu sana. Wanaigiaga na kujipendekeza na zile vitu kuleta vitu vidogo, idea ndogo, na kila unaona amekuja na domereli ya kutoka kwa biguni. Usipojihadhari na watu wa domereli, wengine wao wanakuwa kama Jezebel.
hawakuagi na domereli, ni kusoma amesoma anga ya hapa na amejua. Sasa ataanza kukuambia kuna watu wanakuroga, kuna watu wanakufanya hivi, kuna watu wa jihadhari. Sasa ukibae idea ya kurogwa, sasa ndio atakuja na characters. Anakuambia naona Charity, mimi Charity, the day I came here I met her, ndio tulikutana na yeye kwa murago. The day I came here tulikutana na yeye kwa murago, na nilipomwangalia tu hivi niliona ndani yake si mtu mzuri, ako na spirit baya. Sasa unaanza kwanza alikuprepare ya kwamba kuna watu wachawi, sasa amekuletea character Charity, alafu anaangalia Charity anakuaga anafanya kazi hii, ndio kwa maana ameleta hiyo. Anaenda anatafuta gari kubwa, anajua gari kubwa ndiye anakuaga in charge of intercessory. Sasa na yeye anakuja na bia apostle, unajua wakati nikiwa ni katika hali ya kuomba jana, niliomba, nilipiga magoti pale kwa madhabahu nikiomba, nikaletewa picha ya gari kubwa, nikamwona kutoka hapa alikuwa uchi, alikuwa amevaa kaguo kingine kamefunika tu matiti, hata hataki kuona, akiscream ilikuwa imefunika matiti, lakini huko kwingine kote alikuwa uchi. Alafu alikata suruali yako, ulikuwa umeinama ukiomba, nikaona amekata huko nyuma. Sasa sehemu yako ilikuwa imenyunyura na huko nyuma hivi. Sasa amepanda idea huyu mama ni mchawi, na kwa sababu already amekamata akili yangu, nitaanza kuona gari kubwa ni mchawi. Amekamata nini? Intercessory ameishika. Anaenda kwa praise and worship, anaambia unaona mama mwembamba. Sasa hamjui vizuri. Unaona ule mama mwembamba, kuna sade fulani alikuwa amevaa kitege, kuna yellow na green hivi, sio kama unamuelewa. Mama mwembamba tu hapa anakuwa mwembamba, ampole hivi. Sasa wakati nilikuwa nikiomba, niliona nyoka imepanda, ikapanda, ikakuja ikasimama hapa. Sasa wewe ulikuwa mnaongea na yeye hapa pale, mkiongea hiyo nyoka ikakutemea mate. Alafu nikaona umeanguka, mimi nikakuja nikakuombea, nikakuamsha ukaamuka, kaniuliza ni nani huyu amefanya hivyo, nikakwambia si ni yule mama. Sasa ulipoangalia huyo mama ukamfukuza. Ameshika worship team amajashika, ameshika intercessory, ameshika praise team. Sasa naenda kwa Ashas, anasema mimi wakati nilikuja nikiingia tu hivi nilikutana na mama anaitwa, sio kama anaitagwa Rusi ama anaitagwa Royce, anakuwa na jina kama either Rusi ama Royce. Hawajuagi ni nani, lakini either ni Rusi ama ni Royce. Huyo mama nilipofika tu hapo, kuna kitu niliona alikuwa ameshika na mkono hivi. Wakati nilienda kumsalimia akarusha kwa mdomo, kisha akarudisha kwa mkono. Alafu kutoka siku hiyo wakati alinishika tu nikasikia mkono yangu yote imegada. Apostle niombe. Apostle wena maguta no watu wale mukorogo nao. Nyadu akwako mafio nimoketa ukonina. Amekuigiza box amaja kuigiza. Amekamata praise team, amekamata gate na amekamata intercessory. Sasa anakuja kwa kina mapasta. Sasa na describe koki. Naona mama mweusi anakaaga serious, anakaaga ni kama anataka kupiga mtu. Huyo mama mimi Mungu alinionyesha alikuwa mahali kakanyumba karaudi hivi. Hiyo kanyumba kulikuwa na mtu alikaa anakaa kama wale. Unaona, unajua ile sinema za wa Nigeria, wale watu wa Nigeria wale wanakuwa wamevaa hivi, wale wa Karumanzira. Sasa huyo mama nilikuwa nimeona amekaa chini na hako uchi kabisa hako uchi. Sasa alikuwa na chanti chang. Amekamata kule hajakamata. Sasa akijua amekamata kila kitu, ameniweka kwa akili ati sina watu. Sasa anaanza kubomoa. Na sasa anaanza kusuggest, unaona mama fulani pale nyuma, yule mama anakuja amekaraga nywele na kaaga kama yero. Huyo ukimweka akuwe itasesa ni mzuri. Na mimi na ujiga yangu naenda nachukua hiyo, kwa sababu ni domereli imetoka biguni. Nachukua huyo na mama anavaaga kiguo kirefu keuke brown, anakaga hivi na kola na anakaga. Ni mama amestahiki, ni mama amekaa kwenye mipango yake mizuri. Huyo ndiye anafaa kuwa, Mungu alinionyesha huyo ndiye anafaa kuwa pastor kanisani. Mimi na ujiga yangu naambia mama, Bwana amesema katika jina la Yesu Kristo. Namwagilia, naenda nachota mafuta ya cowboy yote na ya kibu naweka pamoja na kuja na mumwagilia. Alafu sasa anaenda anarudi kwa kokie, naambia unaona? Huyo mama, si nilikuja nikokuambia huyo mama ni mchawi.
Angalia sasa amechukua nafasi yako. Haleluya. Amechukua nini? Anaenda kwa huyo, anakuja nakuta kumbe niliweka Asense. Si nilikwambia Asense. Asense alikuwa Uganda just the other day. Hakuwa ameenda huduma, alikuwa ameenda kuchukua kamote. Sasa umeona kanisa imeanguka, umenyakanywa. Na hiyo ndio huduma yako. Na Mungu ndiye alikutuma hiyo kanisa. Alikutuma huko. Ukue wewe ndio unasimamisha hiyo kanisa. Kama si wewe, hiyo kanisa imekuwa imeanguka. Na Asense ametumwa ni devil worshipper. Huyo ni mtu wa shetani. Ni devil worshipper. Angalia unaona vile anatengeneza nywele yake. Ametengeneza hivyo. Hiyo ndio sign ya kujua huyo ni nani. Sasa huyu anajua amechezwa nafasi. Sasa huyu anaenda maombi. Baba ninaomba, ninasambaratisha, ninamng'oa Asense, ninamng'oa mapepo yake, nguvu za giza nazinoa. Sasa unakuta anapiga Asense kama shetani. Anafugia Asense kama shetani. Anafugia sasa, yani mpaka sasa akikuja kuiba hapa sauti inapotea. Kushika tu microphone sauti inapotea. Maana amewakisha moto pale, wale watalimana, anakuja na akisha huko wanalimana, anahakisha kule kwingine wanalimana. By the end of the day ministry inaanguka. Alafu anakuja na kuambia, "Lady akwelete." Lady akwelete. God had spoken this. He had said hawa watu wataenda. Hata niliona wakibaki laini mbili hapa. Hapa niliona wakibaki laini mbili, wengine wameenda. Na nilikwambia watatolewa. Yule mama Kokidi alienda kaomba. Na yule mama ndio alienda wakashikana, wakaenda mahali, wakaenda kwa mganga, ndio wanapiga kanisa. That is the power of manipulation. By the end of the day, if you don't know kwa understand na kujua maneno venye naenda, unakuta wewe mwenyewe umetumika kuvuja, unaharibu, unaagusha na unasabaratisha. You stand, unakuwa outdated. Sasa na Babili akimaliza hiyo, kuna wengine nao wanakujaga, very good prominent people, watu wazuri, marebo. Ukimwangalia hivi na wewe uko sigo kama apostle, ukiangalia hivi unaona mrebo amekuja, mrebo aliyotengenezwa akatengenezeka. Na unatakaga mtu kama huyu. Taruka mana igoro kaguhudire omuthe amenyere ndukahurwo tondu ukurumio kwiro nikigira tumako gweta gwete uthi kuhoerwo mahoya ndugacoke kugwetwo. Usina huyo mama venye amevaa vizuri, na mnajua apostle anatakaga mama mwenye amevaa mpaka huko chini, mama ameng'ara, na unaona ako na mwili mzuri, body ni mzuri, kanywele ni kazuri, hata sura si unaona venye ana smile. Sasa nikikaa hapo na mnaonaga hivyo, sasa wanajua apostle anatakaga, wanakuja wanahoji apostle, wanahoji apostle kwenda mudu ukiota kurugamia kanitha, a pillar of the church. We dread mutumia ureda mudu ukiota kurugamia kanitha, nayo wakimudisika yes niguo ninyendaga mutumia wehubite wega ikarite wega. Sasa wanajua, wanachukua wana gram, wanajua ile kitu yote unataka. Wakijua ile kitu yote unataka, hiyo ndio watakuja kama wamevaa. Ile kitu yote unataka, hiyo ndio watakuja nayo. Saada akikuja, naona mama anakuja amebeba kibeti, ile kibeti, nani yako na kibeti ya mtu mwenye ameenda tajiri, santi ndio naoraga kujipendekeza. Sasa wanakujaga amevaa kagosi, unaona hii imematch na ile nguo amevaa imematch, na hii imematch na nywele imematch. Yes, sasa unakuja anatembea, na hawakujagi wakati hamujakaa chini, wanakujaga wakati kila mtu amekaa chini. Ndio, na alafu anavaa kale kang, na akiambiwa na Asha akae kule nyuma, anaangaliaga Asha jicho moja hivi, Asha anaondokea. Mimi naogeaga na apostle. Umesikia? Do you hear that? Mimi naogeaga na nani? Na apostle. Sasa ukisikia mtu anaogeaga na apostle ndiye amekupatia kazi, si unaondokea. Sasa mama atakuja amekanyaga vizuri, ana attract attention ya kila mtu. Ama akiona hiyo haikuingia vizuri, anakuja lazima, unakuaga ndio wanaitisaga mwe nikwenda kumodeithie onokoro dio ikoina ndimutikathikiriye mugambo muthikiririe ciugo. Because ile kitu anatafuta ni attention. They are called attention seekers. Lazima atafute attention ndio kila mtu. Sasa wakati ukimaliza ibada yote, unamkutaga kwa group za watu akipita akisalimia watu, mwadhani ya gosho, you blessed my heart, you blessed my heart. Niguo ndio ikarete hari uikarete, I could see the power of God in you. I
could feel the anointing that is upon your life. You are such a powerful woman. Sasa najua ameweka huyo mfuko. Tena naenda kwa mwingine. Oh my. Iguli to wapi? Oh riba shakata yarana. This is powerful. It's powerful. I like your cloth. I like it's nice. I also like your headgear. It's wonderful. Can I share your number? Can you share your number? Unampatia namba. Sasa kwa sababu anatafuta teamwork. Anatafuta team ya kulipua. Sasa anatafuta na recruit hapo, amerecruit hapo na recruit hapo. Maana ile plan yote nataka ni team ya kulipua. Na wanapointigi na wanajuaga nikitumia charity, nitumie fulani, nitalipua. Sasa hapo ndio anawapelekaga kado mahali pale wanaanza kudiscuss. Kandidat ni kwenda mifago. Kandidat ndio na mifago miega. Apostle tu akiradi geke. Asha. Nedarega. God has given us wisdom, that we use this wisdom. Bana. Apostle agiru ukuro international level. International. Ni yodi muona Facebook ine na kama na YouTube ine. Huyu ni mtu international. Sasa angalia wale watu huko kwa tidio wanaokosa kanisa. Bana no. We need to pray. Netogia ndomagado immediately ka WhatsApp group kanatengenezwa. Sasa ka WhatsApp group nikakuanza kupaga mikakati na inapagwa. Sasa inasemekana kuna group ile imeshika. Sasa wale wanakuwa akina Grace, akina Ruguru, akina nani wale akina Ann. Sasa wanakuwa branded the enemies of the apostle. Sasa wanaanza kuwashughulikia, wanaanza kuwaombea waondoke. Nemu hakuna hata maombi. Hapana, ako na plani venye atawaongoza kwa sababu yeye ndiye anataka akuje aingie kwa ofisi ya kuwe mama kanisa. Na si mama kanisa anataka akiingia apatane na mtu anaitwa apostle. Na apostle mnajua apostle ako Sigo Aderonere. Bwana Yesu asifiwe sana. Apostle ako nini? Sigo Aderonere. Na mtu anakuwa Sigo Aderonere anakuwa venerable. Hakuna apostle mwenye ako Sigo na Ronere mwenye si venerable. Usidanganye na mtu ati yeye ako na anointing inateremkaga. Nikiona mama hata mimi nikiona mama amekaa vizuri utaanza kuona na mimi natembea namna gani. Maana gridhi ya magoro ne thiaga gekatia. Egathira to ndio mundu kana mwicirege de roboti. Mnaonaga mimi kama ni roboti? Mnaonaga mimi kama ni roboti? Si niko sawa, ninakulaga sawa. Mwili iko sawa. Na sina sukari, niko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikirake dole la rubobo. Lakini kwa imagine ka apostle agoire digwete diaria de modo. Besides being an apostle, I am a human being. Na hakuna mtu apendagi kitu ina Rebeka. Hakuna mtu apendagi kitu ni mdomo ni ya red, nywele imekatwa vizuri hapa, nywele imekaragwa vizuri na tumugu tumekaa mzuri na amevaa kaguo kasuri. Ona corona wewe, haikoronga ngani akionile modo hali. Msiona kana liga kana kasiana kake. Ushaona nganga akiliga na bibi yake. Yanalika vizuri na nalika na anasema babe. Juzi nilimwona akimita babe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani because the intention ya ule mtu ameweza kungoa wale wengine, amewaondoa kisha ndio yeye akuje kwa hapo. Akiingia sasa kwa ofisi, aigia manage kuingia kwa ofisi. Immediately kama kuna kitchen, anaenda kwa kitchen, anaanza kutabua maneno baya. Anajua no utensils kama hizi hazifai kuwa hapa, we don't need. Anangoa zote kwa sababu anajua most likely, kwa sababu yeye ni roho ya Jezebel, anajua most likely ni mwanamke alileta. So ni ku overthrowing the government. Wanaanza ku overthrow hapa, ameondoa, anaingia kule, ana overthrow, anadanganya na mnapelekana hivi kwa sababu wanajua kujicheka vizuri, kujipaka vizuri. Unampeleka kwa keja yako, kwa karumu kako. Ukimpeleka kwa keja tena huko ataondoa mashuka yote ya kitanda, ataondoa kila kitu na mabirika zile ziko zote zitangolewa ndio alete zingine, because they are manipulative and they know how to overthrow and to change every system. By the time you realize utakuwa kwa island wewe peke yako. Maana akimaliza ile kazi alikuwa, the spirit of Jezebel is not meant to come and stay. They are meant to come and kill. Bwana Yesu asifiwe sana. They kill the anointing, they kill the personalities. Yule wakati nani anaitwa Elijah, wakati alikutwa na huyo mama wa Jezebel, the woman demanded for the head. Bwana Yesu asifiwe sana. The same Jezebel, roho ya Jezebel ikamkuta John the Baptist. The same woman demanded for the head. For them is to kill, to manipulate na kumaliza
kitu ile Mungu amepanda. That is their role. That is their projection. Kumaliza ndoa, kumaliza biashara, kumaliza kazi, kumaliza huduma, kumaliza kila kitu. Therefore, when you are not well versed, na kuelewa mtu akikuja hapa, ndio mnaonaka wakati mwingine ninakaaga kama kangauro. Akikuja na sama nafanya kama ile taekwondo. Sasa mnaona mwanamke ameanza kurudi nyuma. Anaenda maana nimeunderstand ile ka program wale ako nako. Na sio mwanamke tu peke yake, hata wanaume wanakuaga. Kuna pastor atakuja hapa, unakumbia sana kwambia modo wakai. Anadio ni atia guga todo nikoleto ministry ni yaku ni dathimete muno. In fact tunamutumia kwa tukweroragera nyumba tuikariti ogu. Na niko twahoyaga rimwe tukihoya ngira mutumia kwa nituhoya Ngai atuhe direction kure tuguthie. Tukihoya ni orire twahoire tukirikia mutumia kwa gitwo wakia TV yake ogu agethi YouTube oge pop up giona niwe Ngai niwe yahuthira. Turashoka tugira mutumia tutigutengera na ihenya tukare tobe tuhoye ndahoya thikũ 2-3 guo 4 Ngai aranjira kũ nĩ kũ ndiragũtũma na kuma hingo nĩ njiguĩte change na ngaigua roho wa Ngai na Ngai aranjira this is a man who is going to liberate this nation. Uyu niwe kurehe the difference tondu mafundithio maku me iguru maguta maku me iguru gutiri mundu ungi guku ina maguta ta maku ndirigirete guthikiriria kathi kuri ahu jiothe kahingura YouTube ciothe gutiri mundu ina maguta makirite maku. Sayo na kanyanga sayo na wajua sasa wanakuja kakiatu kamiangalia juu kasuti hata kama ni kamutuba kamepigwa pasi hizi ikipita hivi unaona hizi inaanguka na shida neke gate magio nemo kujo akimalizana nakwambia dukata ya Ngai tunyitane makoto hoye ndirenda kukwira Ngai kaundu iguru riaku tondu ndarora kanitha nduri na ituge njega cia kurugama nduri na ituge njega no tondu Ngai ni atehe guku ituge ni cikurugama. Hallelujah. Unakuta nasema mpaka wanatembeaga ni kama hapa kulivujika. Hallelujah. Na hapa jegeke ni kama amewekwa muiba akaneta mudo ina iho hajegeke. Sasa kabisa kanakuja kanaanza kumbia mpaka domeleli venye Mungu amemtuma akuja asafisha madhabahu hii ngare. Na kwa sababu wewe ni naive haujielewi unamwambia ingia kwa madhabahu anza kuosha, unampatia microphone. Ukienda Radani ama ukienda UK, ukienda mahali kule unamwambia niwe datikira kanitha. Kitu ya kwanza anatakaga wakiingia wanatakaga kuagia ni nani apostle ana trust, ni nani wanatembeaga na yeye sana. This is the first trick kujua apostoli atomaga no atoma Joel itadio dehere kasifu yo Joel itadio dehere ifukuleu Joel itadio jekireo na bakanaje okay Joel niwe ego kathondeke kia natengeneza urafiki na nani na Joel anaanza kuonyesha Joel venye kanisa imekwama imestagnate kwa sababu haina good pillars. Na tukisimama mimi na wewe kwa sababu naona mkiongozi anakupenda na anakuheshimu sana, tukisimama mimi na wewe tusimame vizuri tupatie 6 months hii kanisa italipuka Kenya mzima, dunia mzima italipuka na hatajulikana maana this is an international man. Ni mudu dunia hii I can tell you God revealed to me, alinionyesha hakuna mtu mwingine apostle kama huyo dunia mzima, ni yeye peke yake. Ni yeye peke yake. Joeli akisikia yule mtu amependa, najua Joeli anaweza kukuchinja kwa sababu yako. Akisikia kuna mtu amenisifu, utaona Joeli mpaka sigo imeanza kufanya nini? Imeanza kufanya hivi, akaja wekogo tamuhau. Todo nikuigwa, nikusikia how this man is rated highly. Yani mtu anaweza kutoka nje. Na Joeli anaanza kusema, na nini nejugaga? Nyopeno kanitha enori ini ikoragwo na andu mationaga maguta riu nona umeteja ugo kana ni urona maguta wija ukona maguta Joeli anajua Joeli ameigiswa box. Kutoka hapo sasa atakuwa akituma Joeli, anatuma Joeli anakuja na niduka sidano, anatuma Joeli kwingine ananiduka sidano, pole pole Joeli atatumika kuniigisa kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how. Sasa kakikuja, kaigie sasa kajue kameshika Joeli, ameshika Grace, ameshika Charity, ameshika watu kadhaa hivi, ameshika anaona nani anaweza kuwa hapa ako mwanamke gani yako karibu na apostle, wanajua ni mwanamke fulani. Sasa na yeye anashikwa, anawekwa kwa mfuko.
Sasa wanajua ni nani who can be stubborn in this church. Sasa wanauliza Joel. Joel anawaambia unajua Dorcas ni mtu hadiko na ndio yako kwa ofisi. Na ndio alipatiwa simu. Watu wote messages tu emoji wote tulikuwa tunaenda. Sasa wanaanza kudili na nani? Wanajua the first target ni kuondoa Dorcas. Na Dorcas atalimwa. Na atalimwa namna gani? Wataenda kwa huyu. Kwa sababu huyu ni rafiki ya apostle. Teta kutoma kwa apostle. Katumia karia. Ni drone yo ni mwathani. Mwenoyo wothe ni nyoka. Uko wothe ni nyoka. Na nigaikarire nikanyitire meciria ma apostle donaga athia kwihura uguo nyoke kamurimuko atukigura nyoke kamunyita uguo atukigura nyoke kamunyita uguo wikaraga uguo na nikaire ministry tondu nikamuici kanjata. Sasa anaambia huyu na anaambia Joeli akisikia kitu kibaya yangu ataua mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Joeli akisikia kitu baya kidogo hivi ataua mtu. Joeli anawekwa poison. Anasikia karia niko kadhigiragia pastor die na mbele. Okay, na wewe umewekwa, na wewe sasa wewe utatumwa kwa Joel, hautatumwa kwangu, utatumwa kwa Joel. Na wewe utaenda utapewa kama ni ujumbe, unasema dena domerelie egie monene. Joel anasikia another one person, wanafika wawili tena, wanakaa kidogo, wanatengeneza huyu msee, naye watatuma nani? Kwa Joel. Sasa by the time ni kuja kujua Joel ashashughulikia nani? Dorcas. Sasa nitakuja nigabiwa ni tunaonie kwele twalikia we tuache tufanye, tutakwambia kama kazi imefanya nini. Nasikia mama yako pale akililia huko. Haleluya. Wamefarau ama jafauru? Mwingine anakuja na kuambia hapa, anakuta wewe ndio resident pastor, anakuambia unajua hapa huwezi barikiwa. Mwenye nimeangalia apostle. Sasa kwa Joel nilikuwa mzuri, kwa huyo mwingine sikuwa mzuri. Venye nimeangalia apostle, si wale watu wa kubariki mtu aendelee, si wale watu wa kuachilia neema. Mimi sioni hapa ukibarikiwa hata kidogo. Na ndivyo uko na mafuta. Mimi nilikuangalia wakati ulishika microphone juzi, nikasikia venye unasema, venye unahubiri, ukahubiri, mpaka nikasikia. Unajua wakati ulishika microphone nilisikia roho ameshuka, mpaka nikatetemeka. Nikashindwa hii anointing yote itapotelea hapa. Kai, no way. Nikajua lazima nitafanya kitu. Yani man of God, twende tukakunywa chai na hapa. Wanaenda wanakunywa chai. Anamwambia this anointing uko nayo, hata apostle hawezi kufika mahali uko. You are high, anakunywaga wewe wakati anahubiri. Hata nilikuwa naangalia hapa akihubiri, sio nani akihubiri anakuangaliaga, anakunywaga wewe ndio aweze kuhubiri. Mimi sikubali milele yote, mimi siwezi kubali milele yote, hawezi kunitumia tena. Sasa anakuambia kuna pastor mzuri hapa Kitegera, nikikupeleka huko, huyu anajua kuinua vipawa, atakuinua. Anajua kuinua vipawa, vitasimama. Utasimama. Anakupeleka mpaka Kitegera. Akifika Kitegera, anakuconnect. Akikuconnect, anarudi hapa. Anakuja na niambia apostle, nitamakanidi yako igwira dha muno. Nimekusikia, ni venye najua na venye mafuta yako iko juu. Nimegundua ni kwa nini ministry haikuagi. Ni kwa nini ministry isimamagi. Yani unaweza kupatia mtu ukamwehokera ofisi, unampatia ofisi. Alafu anakuacha. Sasa hako kwa huduma nyingine, angalia picha. Huyu ni nani? Huyu ni nani akihubiri? Huyu ni nani? Na sasa hiyo ulikuwa sasa hiyo ni wakati ulikuwa umeenda Nakuru, umemwacha ahubiri, ashikilie kanisa. Sasa hako kanisa ingine akihubiri. Man of God, nikenitogosharia gikundi kia andu 5 twabe tuthie kirima tukuhoere. Togosharia gikundi watu 5 fire anointed, nitawatafuta watu 5. Kumbe ni kale ka grupu kake nitatafuta watu 5 wanajua kuomba. Twende kwa mlima tuombe. This is unfair, this is not good. Oh my God. Rinamasha yekaya boshakata yanta katarabosa. Lazima huduma hii simame, lazima wale ambao si wa huduma reka na makatiria wataondoka. Sasa apostle na ujinga yake anaona kweli Mungu amenitumia mtu wa kusimama na mimi. At the end of the day nitajikuta nikiwa uchi. Huyo ndiye Jezebel.
Nimedescribe vizuri Jezebel. That is the work of the Jezebel. Sasa wana kumanipulate through the processes ngapi? The control and they manipulate. Number 2, they are rebellious. Ni watu ambao hawawezi kusikia. Watu wakimwambia toka hapa ukae hapa, anakuuliza you are telling me as who? Na anafanya hivi. Unaniambia kama nani? Alafu namwambia hapa tupagane, tufanye kazi hapa pamoja, wewe utakuwa lead, wewe utakuwa hivi. You are telling us as who? By who? For who? You are telling us who? By who? Or for who? Sasa ukisikia hiyo na unasikia mimi ndio alafu wanajua kutumia opportunity na wanajua kutumia kumanipulate, kutumia position. Sasa kwa sababu anataka kukuuzia uoga na anakujaga kwa ofisi yangu bila kubisha, unamuona amekuja haraka haraka kwa ofisi, hata igia sana, ataigia hapo kaida kagapi 2 arudi. Unasikia akisema apostle amechoka, anasema hataki kuona mtu mwingine. Tutawaambia wakati wa utaonekana, ataonekana. Na amekuja sasa, anataka usikie yeye hahitaji appointment kuingia kwa apostle, anaigiaga venye anataka. Sasa wewe ni nani? Who are you to stop me from this? Yeah. Sana anakuambia na anaogeka kisugu kingine. Kama ni wa Murang'a kanaogeka kisugu iko na umuranga. Kama ni wa Nyeri ni kisugu iko na unyere. Ama ni Mwebu anaiba wa Mudhede. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So they are rebellious against the authority. Ukiona mtu umemtuma, nimetuma koki ende upange wale watu, na hao watu wakatae, those people, they are not rebelling against her, they are rebellious to the leader. Any spirit of Jezebel, it is rebellious to the leadership, to the management. Nimekuja nimesema tuko na secretariat, na nimekutuma nimekuambia anything you want, don't come to my office, go to the secretariat. Na usikia huyo mtu anasema mimi siwezi kwenda ni secretariat ile, these are my juniors. Nimetengeneza ofisi nyingine hapa juu, na nimesema watu huko juu, huko hiyo ni plan, ni management nyingine inafanya kazi huko. Unasema hapa juu kuna kimwanamke kiko hapa juu, lazima tukitoe. That is a spirit of a Jezebel. Kwa nini? Why do you want? Umemkuta leo, wewe ulikuja jana, umekuta mtu hapo juu. Sasa one thing umeanza kuambia watu, inaonekana ni kama yeye apostle anataka kuoa yeye. Hata venye nimeona ile position, amekuwa the CEO of the CEOs. Usione tayari wale dako hikio ni apostle. Todo ni kuhada bego todo aranyitake. Hiyo hawezi kuambia mtu mwingine, hawezi kuambia management, atajua ataambia TDH. Bwana Yesu asifiwe sana. TDH ni wale wanaitanga matoro daka de hadisam. Sasa hiyo habiagi watu wengine, anabia anajua Judy ananipedaga, anajua ule mama ananipedaga, anajua huyu ananipedaga, anajua Magdalene ananipedaga. Sasa hiyo hata abia wale hata abia kina Joeli, ataabia Magdalene, anaweka sumu kwa Magdalene, ataweka kwa my Florence, anaweka kasumu, anaenda kwa gari kubwa, anaweka kasumu. Sasa amestadi, anaonaga gari kubwa ni kama akipatiwa nafasi atakuja. Florence kama akipata nafasi atakuja. Sasa how ndio wanadugagwa? They are very crafty, they are very organized, they are well understanding. Wanajua kuduga na wanajua kuplan, because for their work is to kill the prophet. So anajua wale ndio ule Florence atalipuka, ule mwingine atalipuka, huyo mwingine atalipuka. Sasa ndio wanaenda wanadugwa huko. Kunaonekana kuna bibi ambaye yako hapa juu, na huyo ndio anakuja kugolewa na apostle. Na mimi nimemuona anakaa mchawi, atamaliza hii huduma. Na sasa kwa sababu Florence anatakaka mimi, na hawezi taka kusikia huduma imeaguka, anapada huko juu, anaenda anasema nataka kujoin Besima. Sasa anakuja na anakuangalia, can I have the form to fill? Anataka kujaza, na hana hata dururu ya kujaza. Anaenda ameenda kuangalia hiyo shape alidescribewa. Akitoka huko anasema na ni kweli, hata roho wa Bwana ameniambia ni huyo. Na huyo mtu inaonekana ametumwa na shetani kuja kuangusha apostle. Sasa by the time you come to realize, utasikia mtu ametolewa huko na amefukuzwa. Na yule amefukuzana sasa akimake sure kule kumefukusana, anakuja na kuambia sasa you need a strong person, a strong personality mwenye anaweza kukusimamia. Sasa kama huyo, angalia venye amekuacha na madharau. Amekuacha na madharau. Sasa ameharibu kazi, ameacha na madharau. Nipatie kama 1 month nikusimamie kidogo before you get somebody to come and do the job.
because alitaka tu aingie huko ndio afuruge huko, akia kumiaguka, akuje hapa afuruge kuaguke, aende kwingine afuruge kuaguke. Hiyo ndio inatagwa a rebellious spirit. They are always against the leadership. They want to bring the leadership chini. Ile motivation yao yote ni ku make sure the leadership imeaguka. Na ikiaguka na ikisikiaga mzuri, anawekaga mkono hapo kwa ni ukaigwa raho lake, unasikia anapigia kwa mfuko venye amefanya kazi mzuri. Na alafu kutoka hapo akienda kule anasema apostle hawezi. Mimi nilijua apostle is not anointed. Hana mafuta. Mudisho dali maguta. Ahodagira experience dali maguta. Dagihota Qurani ministry because hajapata kitu inaitwa sound doctrine mzuri ya kujua kuhubiri vizuri. Akikuja kwangu, apostle, you are highly anointed. Mimi acha nikwambie, the first ile anointing nimekuona nayo ni kama ile ilikuwa na Catherine Kuruman. Yes, your anointing hiyo haijaonekana na mtu mwingine. You are one amongst a million people. Katikati ya watu milioni you are one. Akitoka kienda kwa mwingine, usio adali kedo, usio aniomire. Alikauka. Anointing iliondoka. That is the spirit of rebellion. Na wakiona wameshindwa kufaulu kuingia na kukamata venye walikuwa nakamata, wanahama, wanatengeneza kutoka nje. That spirit inaidaga sasa, ikiona imeshindwa from inside, inaidaga nje kupanga sasa, inaanza kutengeneza tu message, ina record ka message mzuri. Sasa members wanaanza kurudishiwa kingine, wana record mzuri na tu message, unakutaka mtu anakutumia the Bible messages, amehama, hayuko pamoja na kiongozi wako, hayuko pamoja na yule mkaa chini, lakini tu message tutaanza kukuja ati nakwambia. Lakini tu message ukituangalia ka message kako ni ka narcissist, ni ka wale watu, ni ka message ka Bible, lakini kanalete unarcissist, si ka message kazuri, ni ka message ka doom. Venye hiyo kanisa inaenda kuanguka, venye mmeshikana huko chini ya damadhia, huko chini ya kitu. Yani the message is provocative. It is not a message that is for building you. Ni kukuonyesha where you are with a mistake. Alafu wengine anapigia watu simu, anaambia mimi nilisikia uedi kanisa hiyo siku hizi. Ndi ndiadi kwa muno nikiweka kako. Ndiadi kwa muno nikiweka kako. Todo I'm sure ndia kuigwagira tha. Niria gwonaga ukiono hau TV iyo, ukiono riu hau ikarete hau thi. Kariko kamutumio atagihingo kama hitho. Kamutumio atagihingo kama hitho. One hali ili mariri hali. Hata ukiambiwa hivyo, si ati kuna mtu ije anakuona na anakuhurumia. Si hata wewe utaanza kuuliza Mungu, unafanya kitu inaitwa soul searching, na unaanza kujisoro search, unajiuliza for sure, hata mimi ninashangaa nini ninafanyaga huko. Maana the motivation is to plant a seed, to plant hiyo mbegu ianze kukua ndani yako, hiyo mbegu ianze kujaminate. Ikijaminate, it will work against you. It will hit you hard. By the time you realize ilikuwa mtego, it was a dragnet, you are left alone. Because their motivation, the spirit of Jezebel, is about to kill the prophet. It's not about you. It's not about the characters ambao ni kutafuta upenyo mpaka afika kwa prophet, aitishe kichwa yake ikiwa juu ya sahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 3, they practice idolatry na false teaching. Wanakuaga na mafundisho na makuaga wanaabudu. Ndio unakuta kwa Modomogo. Utawakuta kwa nani? Kwa Modomogo. Kidogo kidogo kwa Divina, kidogo kidogo kwa Manyuru, kidogo kidogo kwa Ezekiel, kidogo kidogo kwa Waroige, kidogo. They don't settle at all. They are either here tomorrow wako huko, the other day wako huko, the other day, because they don't wait kuvuna. Hawapadi ndio wavune. Wanataka kukula zile vitu zimepadwa. Anataka kuja kudisorganize. Anataka kuja na atumia juju zake, atumia mipango yake, atumie nia zake, atumie vitu zake zile yako nazo ndio aweze. Ni watu wanajua kuabudu power, ni watu wanajua kuabudu pesa, ni watu wanajua kuabudu personalities. Those are the people that worship the personalities. Anytime they worship the personalities, umwambie kuhusu the other personality, atakuwa anarise against the other personality, anarise against the other plan. Mambo mengine ile inatendeka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So they worship idolatry and also they
have false teaching. Mafundisho yao yote inakuwa negative. Akikuja kwangu is a different mafundisho na kwako. Lakini the subject, the theme ni moja. Mpango ni moja ya kubomoa. Lakini sasa atabomoa akikuja kwako atabomoa from the different angle. Akikuja kwa huyu mwingine anabomoa from the different angle. Akikuja kwangu ananijega. Lakini amehakikisha pillars zote ametoa. Na kwa hiyo anatoaga domeleli. Akiwa anahubiri kama hapa, anatoaga domeleli anasema nyumba hii kuna pillars 6. Nimeona wakiondoka. 6 pillars. Wameona wakiondoka. Na right now wawili wako hapa. Wengine hawajafika lakini wawili wako hapa because ameanza already the mind game, the spiritual game to prepare to break. Sasa hawaanzagi leo na wavuje leo, watakaa mwaka mzima na wewe, watakaa hata miaka 2 na wewe, atakaa hata miaka 4 na wewe. They will stay with you until they go and get it perfectly. And when you discover this kind of a spirit imeingia, na imeingia by mistake, because sababu nyingi zinaingia by mistake, because iliingia wakati wewe ulifikiria umepata mtu. When you are so vulnerable, umepata kimwanaume, when you are so vulnerable, maybe saa hiyo ndio ulikuwa Equity bag inataka ku-auction bag nini nyumba yako. Unasikia wakati huo ndio watu walikuwa wamekuinukia, ndio basi hiyo mume wako alikufa, alafu my-in-laws wamekufukuza. This is the time they come. In the time of your need ndio wanakujaga. When you need, wakati unatafuta Mungu ndio unakuta wanakuja. Wakati unatafuta kitu ndio wanakuja. Wakati uko na vulnerability, wakati you are not yourself, you are not stable, that is the time they come. And they will come with what you want. They will come with the message that you want to hear. They will come with the plan that you want to hear. They will come with a good idea of what you want to hear. Now the moment you hear that moment, hiyo kitu, then you buy it, kwa sababu itasink. When you are vulnerable, wakati uko shida, wakati uko na matatizo fulani imekusonga, wakati huo hata ukiambiwa ubwa inatibu, unakunywaga. Watu wamekunywa madawa hapa, wameambiwa kama wale wazee waliosha Mungu aliwatrick, akawaambia wakunie kwa Sabina. Wakakunia kwa Sabina, wakakunia. Mungu akaleta upere. Alipoleta upere, mtu mmoja aliyekwenda akakanyaga, najua alikuwa anakanyaga kwa sababu alikuwa amekunia kwa hiyo Sabina ya Nuhu. Sasa anajaribu anakanyaga hivi ndio apate mahali pa kwenda nini kukunia. Sasa katika ile kukanyaga akienda kujipanga vizuri, akatidiroka, akaaguka. Alipoaguka akaagukia hiyo shorodo yote ikamufika, na alikuwa na upere. Kufanya hiyo kitu itoke hivi, akaona madhudo zote zimeisha. Akafanya hivi akaona madhudo zote zimeisha. Akafanya hivi akaona madhudo zote zikaisha. Haya, akasema haya, hii pupu inaponyesha. Akachukua ingine, akapaka hivi, akaona zimepea. Akachukua ingine, akakimbia kwa raia, maana kijiji mzima kilikuwa na upele. Akaenda akawaambia, mimi nimeangukia hiyo machorodo. Nilipoangukia nimefanya hivi na nimefanya hivi, dhudo zikaondoka. Wakakuja bio na wao wapone, maana walikuwa wanaenda. Unajua hii siku hiyo tulikuwa na upele, unaenda kwa ukuta. Unakaa kwa ukuta, unajisugua na ukuta mpaka unakuwa huko, unakuwa white. Ama kagunia, unaweka kagunia, unafanya hivi. Sasa imagine umesikia solution imekuja. Na kijiji mzima iko na upele. Watu walikimbia kwa hiyo Sabina. Kila mtu akachukua kidogo, wakipaka wakapona, wakapona. Baka ikaisha. Waliosha hiyo Sabina, ikang'ara baka inaonja kwa bao hapa, zinashikanaga hapa. Kuna ingine inaingiaga kwa bao. Walikuwa naigisa ulimi huko. Itoke, ndio ajipake, maana it is a medicine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what works with us. Hallelujah. You might find it that things are not working, but God will create a situation that will work for you. So always depend and wait for that God instead of waiting for the manipulators and the spirit of Jezebel. The spirit of Jezebel is very powerful. Imeangusha ma-president. They don't target individuals ambao ni low capacity. They target the hierarchy. They target the presidents. They target the leadership, the chairman, the women. Watu wakubwa. Their motivation ni hiyo. And they are there just to kill. The anointing upon you. Akimalizana na hiyo, anatokaga naenda kwingine. The moment they touch and they get you, hautawaona tena, because they are wamesucceed. Anataka tu siku moja mulale tu na yeye. Hataki ya pili, anataka kamoja tu. Mkilala na yeye utamuona tena, anaanza kuwa busy. Hello? Tareke gohorera thimu, tareke hemudoka haha ningokuhorera thimu. Hiyo imeisha hivyo.
nampiga hello, yes babe, oh how are you, we mwega, okay, just give me like 10 minutes, I'm in the middle of the meeting, give me like 10 minutes, I'm calling you back. Imeenda hivyo because aliachieve. Their work is to come, destroy and make sure they have cut the offshoots. Hiyo kitu yote imeaguka na imeisha. Wanaenda for the next appointment. Wakienda kwingine wanabomoa. Sasa wale unaonaga wamekuja hapa kubomoa, usifikirie walianzia hapa, wamebomoa kama 20. Sasa wanashindwa Waruige ni nani? Waruige na hajaokoka vizuri. Si mnajua nawaambia sijaokoka vizuri. Kuna mtu alinipatia unabii akaniambia nimefikisha 15%. Nikapiga makofi, nilirukaruka. Ani ginyete 15%. Kihanako. Amikawa maka. Dena 15%, niko 15%. Kuokoka, kiokoko yangu. Iko 15. No diete, no to diete. Kanatiko charity. Najua mko na mamia huko juu. Mnakaaga biguni mnakuja asubuhi. No to diete. Mimi naendelea kujipapana tu na Mungu. Pole. Na nitafika. Sema tutafika. Kwa hivyo tuko wengi na 15. Hata labda hamuna. Number what? Number 4. They are seductive and immoral. They are seductive and immoral. Yani wanajua kuseduce. They have a perfect language to be seductive. They know how to apply the language. They know how and when to say it. They know, wanajua kunyenyekea. Sema kunyenyekea. Hao watu wakikuja wakunyenyekea, apesa akae na wewe chini, utamwachia. Atakuja kwa ofisi yako akwambie, mimi ndio nimehama kutoka Nakuru. Ile kanisa tulikuwa nayo, nilikuwa na kanisa hapo Naivasha, lakini kanisa mambo ikakuwa ikaenda Segemunege. Sasa mundu wa Ngai ndirenda tu odeithie ojehererie giconoko giaku. Nijue we ndungata ya Ngai na nijue Ngai ni akwendete na ni akurathimite. Ndirenda tu ojehererie giconoko ya kanitha nigetha ndimithamie kou ndimirehe na guku. Na riu ningetha hote guka gutungata guku tondu nie ni ndirenda gutungata ndi rungu rwa maguta maku. Nie reke ngwire ndanatungata no ndiri ndona maguta mena hinya ta maku. Ndirenda gutungata ndi rungu rwaku. Ndirenda jehererie tu mundu wa Ngai jehererie giconoko kiu. Ukisikia venye amekupatia language na wako na bibi yake hapa paka unarudi uaga haujibu. Hata kama hiyo pesa ulikuwa umetumiwa ilikuwa nataka kutumia school fees, unaikata ya school fees ndio uondoe aibu. Immediately unaondoa aibu. Ukisikia kidogo na wasikia wako mahali wakikula kanyama na mama na wamekera kama taska juu ya mesa wamegoga. Sasa unakaa umejikuja tu. Lakini lugha ambayo alikuja nayo, huwezi munyima, huwezi, utapatiana. They are so seductive and they are so immoral. Bwana Yesu asifiwe sana. And if you refuse to do their will, they bring it the immorality. Wana release the power of immorality. Wako na spirit in them of immorality. Ndio anakuja akiwa na sasa kama ako na kamutoto kake, hatakarusha atiwe department gani imeshikilia hii huduma. Na hapo ndio anakuja mundu wa Ngai. Ni deda ciana ciakwa ni moi kuina. Ciana ciakwa ni cio iko intercede ni hoi muno. Mundu wa Ngai ciana ciakwa no itwike ashari ni kwaje muiritu wakwa na ashari ikufanga ni ndiwe hakiri cio arutire ko akuna akiri mingi sana. Anajua akipanga anapanga na hata kuiba. I'm telling you, akishika microphone hivi unasikia tu malaika wanashuka. Sasa ukisikia mtoto na ni wa mtu mkubwa na amekuja na anaibaga, malaika wanateremka, unamwambia mrushe huko mara moja. Maana amekushika, ameshika maidi yako. Sasa atakuibisha kawibo venye anataka, anakuweka. Sasa mshana na anaenda huko with an appointment. Anaappointwa anakuta sasa kama hii tuseme kasichana ni haka. Kazi ya haka kasichana kameletwa na hapa kasichana. Ile kazi yake ni kuida huyu na kuida huyu. Na make sure ameagusha huyu na ameagusha huyu, kisha akiagusha huyu anashika yule anapiganisha na huyu na anashika huyu anapiganisha na yule baka hiyo kikundi yote inaaguka chini. Hiyo ndio ilikuwa motive na motivation. That is now you know how the manipulative and the immorality inarushwa kwa hiyo kikundi. Unakuta sasa hiyo anaanza kutembea namna gani, na akipita hivi wa mama anakuambia I love your hair,
naye Asese kwa sababu alitikaraga nywele with a motive ya kuonwa. Maana huwezi kukaraga nywele ndio isionwa. Anafaraga nywele with a motive ya nini? Ya kuonwa. Magdalene akipita huko anamwambia I love your hair. Naye Asese anasema it is my weakness. Sasa kutoka hapo Asese ndio huyu amefanya nini? Amewekwa mashagera, amekamatwa. The next meeting ukisikiliza Asese wako mahali fulani, kasarali kake kote kali alipata na sika kigi, unasikia kalienda. Ukisikia kidogo kidogo the following day Jona na kasarali kake kote kalifanya nini? Na unasikia it is one character, one person mwenye ananyonya hizi sarali zote zinaenda. One person ananyonya zote. Halo. Ukikaa kidogo naambia Jona na kuandikia ka message. Boss nisaidie tu na fare sina na muda. Si nilikupatia pesa. Nilikuwa na kaishu nyumbani kwetu. Mama yangu alikuwa asikii vizuri nikamtumia pesa ya dawa. kumbe alinyolewa na mtu alikuwa anamuita babe, mom, I love you babe. Kumbe mama yake ni nani? Unasikia Asese analikuja. Sasa Asese hata kuja ni yeye. Maana nitamuuliza ilienda wapi, anasema timu leo haiko sawa, kama unaweza kutubariki. Timu mzima haiko nini? Sawa, unaenda ukienda unanyemelea unakuta Dorcas anamwambia nasikia mko sawa. Katamia sisi tuko sawa, tuko na fair. Kumbe yeye ndio timu. Alinyolewa, yeye ndio timu. Hallelujah. That is how they wanaitaka majezebeli. They are ordained. They are highly ordained to move from one church to another church, destroying the anointing, destroying the leadership, destroying the plan of God. They are ordained. Wamepangwa and they ordained from hell. Na wakishindwa kabisa wanatoka nje kwenda kulipua sasa kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So tuendelee. Hiyo ingine inasema lack of repentance. Hawana spirit ya kurepent. They don't repent. Hata ukimwambia namna gani ataendelea kupigana, hata kama alipatikana, hata kama tunajua hiyo story yote, bado ataendelea na kungangana akisema hiyo duka tanoginya tumegoithia. Nitariwe wathondekire duka teyo. Hiyo duka tanoginya tumekiatia. Ukakemenya ruu obviously. Wanaenda wanakalisha kamutu chini, wanakabia sasa tutakurecord. Na utasema hivi, huyu apostle alinikuwa na kutogosa, mkaenda kwa rumu, alafu mkikuwa kwa rumu alitaka maneno ukakataa. So na imagine mlikuwa kwa rumu, ulijipeleka kwa rumu. Ulikuwa mnaenda kutoa misa, mlikuwa mnaenda kukutana na father kwa rumu. Mkaingia kwa rumu, mkakoboa, mkafuga na ndani ndio father akuje. Sasa mkiwa huko ndio ukagundua si father anakuja, apostle alikuwa anataka kulala na wewe. So can you beat the logic, that logic? Yani Judy, tuadina rumu. Uko. Taigira rumu. Alafu twakinya rumu ri warega. Ukiingira rumu uguthi ya gwika ate rumu. Na ti muru wanyu kwa mwina, ona muru wanyu kwa ne muru wanyu kwa mwina ake. Ukiingira rumu ri, nigetho thio kaimane ri, ukuingira rumu gwika atia. Ulikuwa unaenda kufanya rumu nini? Tumia tu akili. Charity tuingira nawe rumu na twahinga. Twakinya ku rumu ri. Wako na tifa thoroka. Unaona ile akili ametumia kutengeneza hiyo ni akili ya fuko. Ni ngoko, ona ngoko ni njoge. You plan wewe, unatengeneza kitu kitaaminika, kitu kinaonekana. Niambie niwatengenezee kitu. Mimi ninafurugaga serikali mzima. Mimi nikiwa hapa. Serikali mzima inatii, inakaa venye nataka. Kuunda plan baka inaingia. Muda wako shorera uri agukwe eguthiko haru ate ngoko ni raharirwo. Ate ndaikarite hau ngoko iragambia raharu. Ndiramunjeria maitho ngoko ugo nikyo nimbete thundo ici. Ate nego yani unaangalia reasoning ya unaona huyu ni mtu ni sawa na maiti ile iko pale wapi? Haria hogu. Todo sete moshari. Todo reasoning hiyo ni hivi muno. Hivi. Nani hakuangalia level ya mtu. Angalia level ya mtu. Unajua ukiwa kipii, level yako na kipii inapelekanaga. Si ndio? Ukiasa ama ukiwa ile tulikuwa tunasema mabiri gani? Number 28. I went for a walk but now I stop at the break.
wale tunaendaga Mugithi, si mnakutaka mamuzee huko wakiba hiyo Mugithi, unakuta kimuzee kitumbo imefika hapo kikifanya hiyo watoto, ni kwa sababu hakufanya akiwa kipi. Unakikuta tukiiba Mugithi, unakita gerakuruto kogwo kurutokete todo getia kile ohe ucio. Sasa wacha kumblame, usimuone anafanya vibaya, kile lakini sasa amepata mahali ya kufanya hivyo. Unakikuta kifanya Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tuko pamoja. Those people are restrictive. Wanakaaga hawasikiagi, hata ukijaribu kuwabadilisha hawawezi. Maana mishoni yao, ukisienda Nakuru unasikia ripoti, huyu mtu alikuwaga Nakuru alifukuzwa. Unaenda Bahati, unasikia huyu mtu alikuwaga Bahati akafukuzwa. Unaenda Moro, unasikia huyu mtu alikuwaga Moro akafukuzwa. Sasa hapa atakosaje kufukuzwa? Because mission yake ni kumaliza huduma. Sasa ukikaa unaanza kufuata kufanya uchunguzi pole. Unajua mimi ni spy. Mimi am a private investigator by profession. Hiyo ndio ninapatiaga kazi. Mimi am the best of the best in the universe. I'm also a trained commando. Nina uwezo wa kupigana na jeshi. Hallelujah. Bobo ginyaje uliagai. Aniguo hora kwa wako. Leo ukakojoleria niki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unafikiria, hebu niangalia haka mjiga, nione tuakili twake tuko namna gani. Unakuta unasikia alikuwa na nyumba mahali alikuwa na hubiri, lakini amefukuzwa kwa sababu ya kukosa rent na vitu zake zimeshikwa. Na sasa ile binu anafanya, ametumia vijana wawili, wameiba hizo vitu. Hallelujah. Wameiba hizo mashini na maspika na viti. Ameenda ameuzia pastor mwingine hapo, ama ameenda ameuzia jamaa mwingine. Hiyo kaduka amepora kaduka, ametoboa shimo na chini, amechukua vitu za duka zote, ameenda ameuzia mtu mwingine. Alafu hiyo pesa, maana ni mtu wa kufugwa, anakaaga kwa nyumbani. Wao watu hawakuagi na nyumba zao. The Jezebel people, they don't have a permanent residence. Wanakuaga ni watu wanakanga kama mayai. They don't have position, they don't have where to call home because they are on the run. They are not positioned in one particular place. Na wanapendaga kukaa kwa wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope asense ukaagi kwa wanawake. Yeah. Mimi nilikuwa nakaaga kwa wanawake, mimi nilikuwa nafugwa. Hallelujah. Those days nilikuwa nafugwa. So unakuta mtu kama huyo ndio aende kwa mwanamke, lazima abebe pesa. So lazima hiyo vitu auze ndio apate kama 180,000, achukue hiyo aende apatie mke, shika hii mke, my dear, my darling, iga kawera kale akagekenia ngoro yako, because anatafuta. Ni wale watu hawapendi responsibilities, wanapenda kuwekwa, kufugwa. Na unakuta baka huyu mtu anaita mwanamke bibi yako, si bibi yako, kumbe ni kukuja mpango, umekuja kukaa huko, because they don't have that permanency. Bwana Yesu asifiwe sana. They don't have the permanence. They don't have that inner respect of themselves to be able to know that I am a father, I'm a man, I need to have this. I'm a human. And they don't have the permanency of doing things. Because for them, they rely on a day-to-day process. They rely on a plan of the day. Hawarilai na vitu vingine. Leo akigoga hapa, kesho ataenda goga hapa. Kesho kuto atagoga hapa, kesho hii gila goga hapa. Kesho hii agoga hapa, na wanapenda sasa kutumaga tu message. Wanatumiaga wamama tu message, wakitu message twa Bible. Ndio ukiingia kwa trap anakuambia nyumba yangu imefugwa. Dukata yagai. Mwathani agocwo. Ni ugenagia muno, na ni ugenagia muno ni undu wa kurugama nani. Na niĩ nĩ njokagiria Ngai ngatho, na nĩ ndĩrenda gũthiĩ thikũ mũgwanja kũhoya nĩ ũndũ waku, tondũ Ngai nĩ aranyonirie he wĩra mũnene ũroka, mũnene mũno. Sasa ukisikia kuna kazi kubwa inakuja na huko na 20,000, si unagawa hiyo 20 unapatiana 10 kwa sababu kazi kubwa inakuja. That is how manipulative they can be. That's how very dangerous, because they have a system in them ya kukataa kuachilia, kukataa kusema nimekosea. Hawakubariki kusema wamekosea. Wanaenda to stage another fight somewhere. Wanaenda kupigana. Na wamama hivyo. Unakuta mama amekupenda, all of a sudden ulikuwa umemtafuta, umetokosa miaka 2, umetokosa, all of a sudden unaona amekubali.
na anakupenda. Sasa hiyo baka anakupenda na anakupeleka baka kwake. Na ukienda kwake anakuambia sasa hata nimeanza kukufeel. Zamani sikuwa nakufeel. Nimeanza kukufeel. Yaani venye ulinitouch hivi ukanilalia hapa hivi. Nikasikia amenifeel. Baka nasikia akikuuliza ninatafuta nini fegi? Ukwenda tuweke tena tu. Sasa ukisikia mtu amekufeel na unakuwa umemtafuta 2 years na amekufeel, nikio tageka. Utaruka huko kama mwisikiri ya kuiba. Hii tondu waje kuvirwo, no waje kuigwa kiundu. Yes, sasa umeanza kufiliwa, unakamata mtu, mwa the next minute. Mkimaliza umefanya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, unaanza kusikia akisema, nasikia roho yangu ni kama haikutaki. Ndaiwa ngoro yakwa tetarakwenda. Ati we need to go to the parent. Twethi kuri aciari tukamenyiria aciari. Kamuria tere tondu ha turathire ri na tutinera aciari ri. Ha twika ati ha no nginya riu ningi ngicoka ha tuthi kuri aciari. Kaka hara ni tuguthi kwira aciari ni turari ha. Because alikuwa anataka tu akukamate. Akuigirira hata Samson. Akogira gutu gwaku kwa right, ukathikiriria akwira niki uraigwa gikigamba hau, ukaigwa uraigwa gikigamba kamenya njuire yaku ni kwenjwereka atia ni enjuo na ni yakungwara ni athii. Iyo ni spirit ya Jezebel. Ugo ni gweyendaga konina just to finish you, just to finish your marriage, just to finish your business, just to finish. Nikionaga mimi hata ukue wewe ni nani hapa, uweze kubadilisha ile kitu nimesema. Walipiga doro kasi hapa, nikasimama na yeye na nikampatia simu, nikampatia kila kitu tu message. Hata ulituma ka message kai moja, akakaona, akakwambia nimekaona. siwezi maana nimejua siwezi kuachilia mtu ambaye tumetembea na yeye, siwezi mpaka mimi mwenyewe nipate, because they are very manipulative, they are very dangerous. They will come. Mtu anakupatia baka gari. Mimi nishapatiwa gari hapa. Gari. Mtu anasema nimepatia na gari ndio nioe. Gari wakinyaga maguta uko karumi ukaiga hapa duin. Gatwaridia thiko igere ithatu. Gachoko keuri gitwarithagia gari ukeuria. Ndagurwo gari. Nimenunuliwa gari. Kwa sababu ministry yende kwa sababu ya gari. Unamwambia kuja. Chukua gari yako. Wacha niombe kwanza. Maana hii mitego tunaigiaka kila siku. Si ati atuigiagi. Hii maneno na kuongelesha out of experience. Tunaigiaka kwa mitego hii. Na tunaigiza kwa hii mitego. Ni pale Mungu wako ni mkubwa, anakungoa haraka haraka, anakuchomoa haraka haraka, because their motivation is to come and bring you down. Nothing else. They are not interested in your love. Wewe ndio unafikiria mko na love. Unaenda unamuita babe, unampeleka mpaka mahali kama Serena hivi, mnakula ka lunch pamoja, ukifikiria ulipata mbemba. Hakuwa mbebu kirale kegunyo. Neke kegunyo kira geta kwa kima katapira. Kima katapira gatoka ke. It's pupa. Li utakemenya onyiteire mundu kegunyo stage ni ya kegunyo. Ukethie goko unaenda kazi, ukienda kazi ukirudi unakuta kimebadilika ikakuwa imago, kikaruka kwa nini? Kikakuwa kehuruta. Sasa unakutana nake kwa mlango, kikipita hivi kinasuguka, kinakuchukulia kutoka kwa hewa. Kumbe kilikuwa kilishakumalizia. Abia mwenzako spirit of Jezebel. It is very dangerous. It is the most friendliest spirit. The most friendliest spirit. Maana lazima ikukamate, ikuigise kama vile ilikamata Samson. Samson wakati alikamatwa aliwekelewa hapa na huyo mama, kaambiwa sikiliza, akaikoa hii ya right, si ya left, akamake sure the right thing, wekelea kichwa. Samson akasikiliza, akasikia ngoma inilia. Ile ya Isa, ilikuwa tunaibaje ile ya Isa? Jo bum bum ba. Yakata. Bum 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 ba. Bum bum bam. Bum 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 ba. Aya. Unashikisha na ingoma.
Everything is an ama. I'm booking it on you. Don't you Bwana asifiwe sana. Sasa ipo isikiliza, umesikia hiyo venye amesema boom 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 ba. Mpaka unasikia. By the time you come to listen, ushangolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. By the time you come to know, unyorodiro wewe ushoka kumenyera wewe Samson ile amenyire ethi. Ndio alikuja akapata nguvu, akasamwa ni nguvu nyingine, but it was too late. So be cautious of them. Be cautious of the spirit. Mtu akikuja hapa kwa leadership wa hapa, mtu akikuja hapa aanze kupenya ati anataka kuingia, mwambie simama pale. Akimwambia ukiona anataka bado kukuja, niitie. Nipigie simu niambie kuna mtu anatudisturb hapa, because that is spirit. Me I know it. Because sababu nishaingia kwa hiyo miteko. Hizo vitu zote nimewaambia nishafanya. Yes. Gari kubwa. Si unajua nishafanya? Si unajua nishafanya? Ulijulia wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Because these things are with us on daily basis. So only that we need to understand how they do, how they operate, because leo nimewafundisha how they operate. Sasa next Sunday nitakufundisha their characteristics na how to destroy them. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni topic niliambia tutaenda kuenda. By the time we finish, mikora yote itakuwa imeondoka kwa hii kanisa. Wewe ni mrarorogo mko na matiri huko. Bado kuna wale wamebaki wachache. By the time the spirit, sio mtu aondoke, tunaomba hiyo spirit iondoke kabisa. Hatutatawaliwa na hiyo spirit tena. Imetukoroga hapa mwaka 2 tumekorogwa. Niliona mtu mwingine hapa, hiyo spirit hiyo ya Jezebel. Hapa tukiwa unaita kwa City Stadium. Mtu amepatiwa, yani unakuja unaniambia huyu unakuja ate apostle ajira mutaidie na gashifu yake yaku. Does it make sense? Ati apostle ajira umutaidie na gashifu na kemira yaku odehere. Na wewe mwenyewe na ujinga yako huku jiuliza swali, gashifu na kemira de yana yake. Alafu haukukuja kuuliza apostle ati ni kwenda gashifu. Hakuja kuniuliza kaka kidogo. Saa 9 jioni nasikia huyo mtu mikono miwili amepitwa na dudhi. Imetoka from nowhere. Imepita na mikono na miguu. Mtu alikaa mwezi 3 anakunia kwa doo. Kwa sababu ya the spirit of manipulation. The spirit hii ya kutaka kuchukua power. Spirit ya Jezebel inakujaga kuchukua power. Bwana Yesu asifiwe sana. Inataka ikikuja hapa lazima mtu apenye mpaka akalia kwe pale mbele. Na akikalia akiwa pale mbele atakuwa sasa yeye atavuruga anybody else akirusha ije. Akivuruga akirusha ije. Goko ole kumeharibika. Ama muone hivyo? Mnaona kama kumeharibika? Yes. Tukae gumu. Watoto wangu yule unajua you are my son, you are my daughter. Tukae gumu. Munisaidie. Kwa sababu mimi ninakuwa I'm at risk, I'm endangered species. Sema endangered species. We must protect this altar with all costs. Hallelujah. Mukiona nikienda Murama mnanirudisha, mnaniambia muradi iko kiraha. Nikienda nikikwambia pana nimeona huyo mtu ni kama ni msuri, mnaniuliza miaka hiyo yote hujatosheka ka hapa. That is how to protect the altar. You must have ile wivu ya kuprotect. Ukage na wiru wakoragira kigogona giki. Now you fight for this altar. You fight hata kikuwa ni giant inakuja mnapigana. Hata mtu akuje na mamilioni mnapigana. Hata kuja na nini, protect the altar. Na poverty yenu mukae na poverty yenu, lakini you protect it. But let that money not come to manipulate you. Let no education come and manipulate you. No, don't allow any power to come and manipulate you. Just stay firm. Hata kama wewe ni mnyoge, kana unyoge yako. Hata kama nyinyi hamjui kuhubiri, nitaambia charity uhubiri tu venye unajua.
Siku ingine sitapatia mtu ati amekuja ati ni pastor, ameingia pale na kakiatu kameangalia juu, sasa anatembea ni kama ako alikuliwa na chawa, anatembea hivi, sasa anakuja nampatia microphone, namwambia microphone, hujia modo wa gai hapa tena. Hapa tena. Not me. Ninakuuliza tumekaa na wewe miaka gapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuuliza tumekaa na wewe nini? Miaka gapi ndio nikupatie hii? Hiyo nimeharibu kazi hapa mingi sana. Si mnaona hata mimi nimeharibu kazi? Yes, niliharibu. Kwa sababu hiyo, and that is why I repent. Mimi nakuaga na repent. Nararaga hapa chini na abia Mungu nimerepent. Nimetenda kitu baya, nimefanya makosa. I did not listen to you. I was manipulated. And when this spirit comes into you, ikushike. Hata Mungu akikuzungumzia unaulizaga Mungu, who are you? Whom do you think you are? Can you go and come with a letter to indicate you are a God? Hivyo ndivyo mtu anaambiaga Mungu. Mungu anakuuliza, I am whom I am. Bado namuuliza, so what? I can hear you are whom you are. So what? Can you come with a letter signed by the CEO? Kwa hivyo kama unafikiria hapa utakuja kupenya in any way where I am responsible, you will never get it. Hata mnene mtumie juju. Now tuendelee. They are intimidating and divisive. Ni watu wanakuanga intimidating and they are very divisive. Wanakujaga na story ya kuintimidate. Yeye anajua, yeye anafanya, mimi najua kuhubiri, mimi najua mimi ni muinjilisti, mimi ni pastor, mimi nikiekelea mtu mkono hivi na inuaga tu mkono hivi na kifanya yebebebebebe. Unaona watu wanaanguka. Alafu na wafuata kwa jina ambia lia na wede, unaambia waya. Baka they use a character of intimidating people. Wanakunyima, wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you are not worthy. Wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you are not going anywhere. Wanakusukuma mpaka unajiona ni kama you cannot make it. They are so intimidating. They are so divisive. Alafu wakijua wamekuintimidate, now they bring division. Wanaleta division, unaona ameshika kakikudi pale. Ukiona mtu anashika kakikudi, ameenda huko, na usikilize huyo mtu hiyo kakikudi, ameanza kukupatia ubaya wa watu ama ubaya ya kitu. Piga kofi ukuje nitalipa biro. Kwa hii nyumba, nasema kwa hii nyumba. Ukasikia huyu mama amekuita, ati umeita huyu mama na umeita huyu, sasa unaanza kuambia ubaya ya huyu. Mkiasa akifungua tu mdomo hivyo, rarua kofi na uniandikie biro na receipt. Invoice nitumie. Hiyo ujinga hapa haitakuwa, because that is what they used to divide. Wanafanyaga division, dividing to rule. Sasa you control. By the time you come to realize, unakuta kanisa ni moja lakini iko kanisa 5. Unakuta kuna kanisa ya gari kubwa, kuna kanisa ya Essence, kuna kanisa ya Joeli, kuna kanisa ya huyu, kuna kanisa ya Koki. Kila makanisa ziko hapa. They are fighting. Unakuta ni banyoka tu wanapigana. Mkienda crusade kama crusade nyingine tulifanya ya Mweki. Mnakumbuka ile crusade ya Mweki? Crusade ya Mweki unapatia mtu pesa, aende atakase, na unamwambia aende atakase, lakini hawaendi, na wanakupigia simu na kuambia tumetagasa mpaka tumechoka. Tumetagasa mpaka saa 6 usiku. Na uliwafuata mpaka mahali walikuwa. Unajua muizi, mtu mwenye amewahi kuwa muizi, wacha kupanga kumuiba. Atajifanya mjinga tu, maana ni tu pesa kidogo. Atajifanya mjinga tu, atakufuata venye mnaenda, na atakuja, na akikuja mwambia tumechoka, tunaenda tugoleleke kwa bega shai. Unaona tu anatoa, anarudi kwa mfuko, anakupatia. Mtu mwenye amewahi kuwa mwizi, amewahi kuwa conman, wachana na yeye. Because huyo mtu anajua, hata ukifungua mdomo hivi, anajua ni pesa unataka, anajua ile kitu unataka. Hata ukienda, nitatembea, simu naona kana degieka kwa motorbike. Unatembea na kufuata tu, na wewe hujui nimekufuata. Natokaga hapa nataka kujua mtu amenidanganya, ati anataka, ati anaenda kuchukua basi ya kwenda Mombasa. Anataka shilingi 3,000 za kwenda Mombasa. Anachomoka na wewe unachomoka. Unaenda nyuma yake, nafaka kofia tu, mnaenda na yeye. Unaona ameenda gari za Mweki. Unaona ameingia gari ya Mweki. Ndio huyo shui. Unaacha ameenda. Unaingia tu kwa motorbike, naambia motorbike tuende. Tufuatane na hii gari. Mnafuatana na gari, anaenda anashuka, unakaa kado, anaingia. Akiingia tu namfuata pole pole mpaka unaingia, ameingia kwake kwa nyumba. Unarudi. Unakuja hapo nampigia simu. Si umemaki mpaka nyumba ni mlango namba 10. Unakuja hapo nampigia simu. Hello. Dafari hii nate. Mukinyete kuruga, I suspect mwiko duta Makedo. Mnaenda muko Makedo mkienda.
tuthiete muno kibathi kira twi thiini wakio githiite guthi githiite twi macingo ndugitagwo kore ndiathoma gukwandikitwo macinary okay. Alafu akikuja na anakuambia Bwana Yesu asifiwe, ni safari ilikuwa mzuri sana. Mtu toshio. Jerry hapa. Watu wanakuja anazunguka. Anaenda anakuambia gari hata hawakukomboa, wanaweka pesa kwa mfuko. Wanakuambia wametangaza crusade. Wewe unakaa tu mjinga. Unaenda siku ya crusade unakuta mpaka ginya kehe gutire ona giti rashera ku ona ukoria ndoka na goko gwe crusade makwira ai tutigweta kindu takio. Inabidi tu uhubirie ukuta, unashika microphone unahubiria tu ukuta, hata asifiwe, unasikia naye ukuta na kwambia Bwana asifiwe, unasikia ukuta maana echo hakuna mtu mmoja. Unaenda na wasalimia na ambia kazi mzuri mmefanya, unarudi kwa mfuko unatoa 2,000 unawapatia aende mkakunywe chai. Hiyo ni laana umemwachia huyo mtu. Hakuna siku atafaulu kwenye maisha yake, hakuna mahali ataenda, na unampiga karamu mara moja. Sasa huyo mtu mtakuaga mnakaaga tu na yeye anafikiria anakuaga kwenye mpango na yeye akuage kwenye nini, ulivuta kitabo. Na hiyo ndio plan, hiyo ndio maana wale wanajua kupanga na wewe unajua kupanga. Unapanga yako, unaenda ukihuhura polepole, hautoagi pumuzi yote, unapoa ya kidogo, unaacha gari iende tena kidogo. Sasa unataka umupeleke mpaka ile mlima ya Mai hiyo mahali unajua hata hakuna petrol station iko karibu, huko kwa kichaka katikati, unaenda inatolea yote. Na unakuja unapita hapo na mwambia hai nekeo kiuru haya yatoreka kokoro kai ugo togekatia na ni dinakuaje kidini haje ki anadie ginya spare ugwekatia kiuru ke haureke guthuke njari yule tukwa na spare. Unaenda baka Nakuru, unapiga simu ukiwa Nakuru, unamuuliza nimuonire nejagira goko ndageria gusharia spare de na goko na iva cyane kodire gusharia spare. Sasa hiyo hapo hapo usiku ya 8 anasikia tu mamelodi inapita huko, anaingia ndani ya gari. That is how you squeeze them wafinye. Wakitoka hapo hawatakuwa na tabia hiyo kwa wengine pia. Unasikiaga mtu akifugwa na biagwa ndio tabia kama hiyo, na ya mtu kama wewe isipatikane tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, nenda inyanya. Na nigomo kirererie. Situmalizie hapo. Number 4 ya mwisho. They have pride, the spirit of pride and insecurity. The spirit of what? Wanakuwa na pride and they are insecure. Always unakutaga anatafutaka kitu inaitwa defensive mechanism. Yeye mwenyewe hakuagi normal, hakuagi akona security, hana ile kujiamini, anakuaga anazungukaga tu, anaendaga roboti. Alafu pride, unakuta kuna klasi ya watu unamwambia nenda ukae chini ya mtu fulani, hawezi kuenda, hawezi kukaa chini ya huyo mtu, hawezi kufanya kazi na mtu huyo, maana yeye anajua ni yeye, na kama si yeye ni yeye. Leo tutaisadaka. Maana tukiendelea zaidi nitafika saa 9. Na nimeona ni sana. Na nyinyi mniabii ama ni maneno yamekuwa mzuri sana? These people are always not guided by the principles of or restrained by fear. They don't have fear. Anakuangaliaga akikudanganya, akikwambia maneno, anakodoaga macho kodokodo akikwambia hivi, na anakuaga yeye ndio mtamsikiliza, mpende msipende, lazima mumsikilize. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwacha tuachie hapo, tufanye hiyo ingine sade, ni mrefu sana. Ati nini? Baka nini? Tudate. Anasema tuende baka tudate. Ni sawa? Okay. Sawa basi. Na nyinyi mmesema. Najua na these people, they create what we call vacuum. Ile kitu wanafanyanga wakiingia kama hapa, lazima watacreate kitu inaitwa nini? Vacuum. Ndio kukuwe na sense ya kutafuta,
Na katika hiyo sense ya kutafuta, wanakuja wanasema, kanisa hii tunahitaji position hii, kanisa hii tunahitaji kitu kama hiki, kanisa hii tunahitaji kitu kama hii, because anataka create the sense ya kuwa hiyo tunahitaji kitu fulani. Wana create kitu. Kama ni biashara, wana create biashara fulani. Kama ni demand ya kitu, wana create hiyo demand. Ndio wewe unwede utafute ama useme basi nani ataweza kutusaidia. Hawakuambiagi wanaweza, wanakuambia I know a person that can be able to do. Sasa ukisikia I know a person mwenye anaweza kufanya hivyo, basi ujue umegogwa, umewekelewa kifoi ya kichwa, umemodwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewekelewa nini? Kemoda. Maana sasa hata ataenda atafute mtu rafiki yake ndio ataletwa. Akiletwa ameambiwa kule unaenda kuitisha huyu mzee anakuwa na pesa, uitishe 3,000,000. Na yangu ni 1.5, ituweke ya kasi ni 1,000,000, tutagawana hiyo ingine 2. Sasa amechukua 1 na huyu amechukua 1, alafu unakuwa na belief, oh my charity anakuaga na moyo mzuri, ametusaidia, ministry imesimama vizuri. Kumbe charity ndio nyoka, ndio imetukula, ndio imetufilisisha, ndio ametumaliza. Na I know a person who can do this. This happens in the family circle. This happens in businesses. This happens all over. I know a person who does this. Who do this. If you hear that, I know a person, wewe wachana na sasa, before wewe umalize kusema I know a person, na kwa nimepigia mtu mwingine namuuliza sahani ya namna hii inatoka pesa gapi, because I am well networked. Sasa kuna wale hawana network, mimi niko na network. By the time uweza kulia I know a person mwenye anataka kutuletea sufuria, napiga ukule Gekoba, ninaambiwa sufuria ni shilingi 2,000. Na saa hiyo umepaga, na mimi na nyamaza, najifanya sijabiwa. Alafu naona niambia wamesema sufuria moja ni shilingi 50,000 na tunataka sufuria 5. But I can know, na kuna mtu najua instead of kutuuzia 50,000 anaweza kutuuzia 45,000. Na sasa namwambia nendo mtafute umulete. Sasa si atachomoka kwenda kumulete, unaambia ule umpigia leta sufuria. Wanakutana, akirudi anakuta sufuria hapo, na unamgoja mpaka afike ndio ulipe hiyo sufuria shilingi 2,000. Sasa anasema ishi ngatisha kabunira kwaragia horo ya ishi ni cia China. Ishi tisha dikwaragia taiji ishi ni cia China. Sasa namuuliza ni nini ya China haiko hapa? Kama ni hiyo nguo umevaa ni ya China, nywele iko kwa kichwa ni ya China, kiatu uko nayo ni ya China, hata hiyo mdomo yako nikiangalia imewekwa meno ya China. Kwa sababu si ulikinya na mwenyekiti ya China. Sasa ameweza kusema ni ya China, nasema hata ya China si tunapika ugali siku 2. Ikiisha tutanunua ingine haidhuru. Si hata 2,000 si pesa mingi. Sasa anatoka hapo anaenda pale chini kugoja huyo. Wewe nani alikuita huko? Nani alikuita? Siku ingine tusikuone hapa. Siku ingine nikikupata hapa utajua ujui. Jamaa next time ukimpigia simu, Asha totile na dhafuria ingi. Maana venye aliambiwa hataweza kurudi hapa. Because they wanted to create that vacuum, but ikakuwa wewe ni mwerefu, vacuum ukaifanya nini? Ukaifuga before they did it immediately. Bwana Yesu asifiwe sana. How do they do? They come in and formulate formulas. Kama ni intercessory, wanaingia ndani ya intercessory and they formulate a new formula. But before engaging into the process, wanafanyanga kitu kinaitangwa feasibility study. Hawa watu ambao ni Jezebel, they do study first. They don't just get into you. Hawaigiagi ati kwa sababu ya kuingia, wanakujaga wanakaa na wewe. They do feasibility study. Wanajua ni nini itafanyika, ni nini hijafanyika, ni nini inahitajika, ni nini haihitajiki, na ni wakati gani. Wanapanga na wanajua watakaa na wewe hata kama ni mwaka mzima. They will be with you. They will be there with you, and they will be one people giving you the best information. Ile kitu unataka, they are there to give you. Mahali popote unataka kwenda, they are there to give you, because they want to capture and understand ni nini, because they operate in the vacuum. Wana create hiyo vacuum. Ikiingia sasa, vacuum ikiingia sasa, hapo ndio wanapenya, na upenyo wao unaingia mpaka unasikia kweli wamepenya in a manner that, so they will come and they become they get into
into the formation, the structure ya organization. Lazima waekuje wajue what is the structure of the organization. Watakuja watakuitisha what is the constitution, what is this, what is this, what is this. Sasa ukiwapatia, because they are studying to know ni wapi kuna weaknesses. They know how to extract the weaknesses. After that, they build the structure. Once they get inside, wataanza kubuild a new structure. Katika kule kubuild that new structure, wana build structure ambao will be weak. When they want to bring it down, ni kufuruta tu kakaba kamoja, wanaaguka. Kwa hivyo never allow yule mtu, kama si wewe umekuja na hiyo structure, don't allow anybody to do the formulation. If you allow anybody to do the formulation, then you are going to go down. Kama ni intercessory, ni mimi. Kama ni intercessory ya hii kanisa, it is only me who can constitute it. Ukiconstitute yako, nitaivuruga mpaka iaguke. Siwezi kubali. Hello. Kana niate how? Ndali sense? Nina make sense? Kama ni praise as worship team, maana hii ndio inatumikaga sana na mambo hiyo. Kama ujegewe, watakujegea wao. By the time you come to know, wamekuvuruga, umevurika. Kanisa ilibebwa kitabu ikapelekwa kwa shetani, huko peke yako. And that is the time you hear the king is naked. Na wao ndio wakatakutagasa, the king is naked. Wao walikutoa nguo pole pole, wakikuibia nyimbo za sifa pole pole, wakisema unastahili pole pole, wakisema una nguvu pole pole, wakisema wewe ni wewe, you are the king, na hakuna king mwingine. By the time you realize you are naked, unafikiria ni uniform. Mpaka wanakuambia look at yourself venye uko na suti mzuri. Mpaka unaangalia unaona ni suti mzuri na uko naked. Maana hata macho wamekufuga, hata masikio wamekufuga, kila kitu. So for you to be able to succeed against this thing, tengeneza prayer team, so that this prayer team inaweza kuwa na power to discern. So any leader that comes, any person that comes to you, unakuwa na capacity ya kudesign this person. Unamjua who is this. But ukiingia kama ni praise and worship, unaweka watu after designing. Kama ni leadership of anything, after designing. Kama ni kitu yote unapanga, after designing. Not everybody is a friend. Not everybody will come with good ideas. Ati kwa sababu amekuja na good idea, sasa unamweka kwa kikapu yako na unamuita one of your think tanks. No, let them think, but outside you. Hallelujah. Let them do what? Think. Let them wakuwe think tank, lakini ya ije, si ya ndani. Ya ndani, wale mlianza na wao, hata kama hawana pesa, hata kama hawana masomo mzuri, lakini wamekusaidia kufika hapo. Kana wao, wengine wachana na wao. Wao wengine warushe ije, wakufaidiege maoni wakiwa ije. Na wasikaribie sana, wacha wakupigiage simu. Because wanaweza kuja mama kama huyu akikuja akupatie maono mzuri, alafu hakupatilii kwa kanisa. Maana wengine wanakuambia sikuje kanisa, can we meet somewhere like Serena Hotel. Sasa mkienda Serena anakuambia itisha kale kakitu unataka. Sasa kwa sababu mimi napenda kukula kasamaki kale kanaitangwa salmon, nikataka salmon, napenda kasalmon. Sasa nikiitisha kasalmon kakiiva hapo, and maybe nikuwe mimi ni mtu wa kukula kawaini, kwa sababu kule lazima uitisha kawaini. Si pombe, altar wine. Unapatiwa altar wine. Sasa ukimeza hapo, haya, konywa kawaini. In fact, I thought so, but there is a better wine you can drink. Akakula Matel ni wine. Matel, na utodo wanyu ajohire. Okera Matel ni wine. Oge kiro ke Matel. Toti mbili igatukane na wine. By the next minute, yeah. Yana kanitha kau no ndekahinganie nie ndiriraga wana nie kama nie niko gogo tuli gai niko gogo karike tuli. Yani anakurushia confusion, and from there utaanza kuiba ibo yake. The next minute kama ni mama mlikuwa na yeye, utakuta kinyonya matiti yake. Ndio umekwisha. Hiyo hao ni hori ulinagira rebo haleluya haleluya
kigoye kwa goma. Rugamai na maguru manyu. Simameni kwa miguu yenu. So that is it. Sitaki kuingilia mafundisho ya next time sana, because I want to go face by face, so that by the end of the day, we know tutaingia kwenye the stages. Stage 1 wenye wanakuingisha kwa mtego, stage 2, stage 3, there are 7 stages wanatumia kukuingiza kwenye mitego. Simama kwa miguu yako na ushike sadaka yako kwa mikono na fungu la 10, na kama uko na sacrifice uniletee hapa. Utaniletea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na mchanga lete hapa. Ndio tu worship team. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza. Mwambie Mungu unaweza. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu unaweza. Simameni kila mtu asimame. Shosho, simameni. Kama unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana.
sadaka hii, Mungu Baba, Mungu wa Muumba wa mbinguni na dunia. We worship and glorify your name. We thank you and we honor you. You're the great of the greatest. You're the Father of all fathers. You're the Lord of all lords. We glorify. Tuinua sadaka hizi, tuazibariki. Fungu za 10, malimbuko na hata ya kuinua madhabahu. Zote tunazikabidhi mikononi mwako. Na tunazikabidhi mikononi mwako ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kulinukia. Madhabahu aina yoyote ya wachawi, waganga na warogi ambao wanainukianga ufanisi wa binadamu, hawatainukiwa tena. Ninafunga uchawi wa aina yoyote ile. Ninafunga mipango aina yote ile shetani aliwahi kuinua kinyume na watu hawa wako ambao wamekuja leo kukutafuta. Ukaweza kuwabariki, ukaweza kuwafungulia milango yao na madirisha yao yakafunguke. Wakainuke, na wale ambao wako na magonjwa aina mbalimbali ukaweza kuwasaidia na kuwafanikisha katika malengo yao. Na ni katika jina Yesu Kristo naomba na kuamini. Tutakuwa na ibada hiyo nyingine mida saa 9 ya saa 10 kamili. Ndio nitaingia hapa saa 10 kamili. Tutaifanya, tutaenda straight deliverance. Kwa hivyo about deliverance worship team mtakuwa mumeanza mbele. Sasa mimi nitaingia saa 10. Mtakuwa mumeanza saa 9. Ndio tutayarishe ground ikuwe sawa for deliverance, purely for deliverance. Tukimaliza deliverance watu waende nyumbani. Tutakutana tena Wednesday na Tuesday only. Tuesday nakutananga na watu. Bethel Clouds TV, empowering lives. Wewe ni mgeni, don't even dare to come and see me. Wewe kama ni mtu hapa. On Tuesday is meant for the people from outside. On Wednesday it is ni kuabudu, tunakuja kufundisha. Bethel Clouds